Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Onyesha hekima yako wewe, utukuzwe kati ya mataifa ewe Bwana. Nikitazama kazi zako jinsi ulivyo wewe, yadhihirika machoni pangu, wengine wote ni miungu. Uumbaji wako waonyesha hekima yako wewe, utukuzwe kati ya mataifa milele Bwana. Keli wewe, wewe ni Mungu, Mungu mkuu. Wewe umestahili utukufu na heshima yote, juu sana, juu ya maarifa yetu yote, juu ya ujuzi wetu wote. Katika utukufu wewe Mungu, wewe ni Mungu. Kweli wewe Mungu, ni Mungu, Mungu mkuu. kweli wewe umestahili ukatia juu sana, juu sana, kiti cha enzi Bwana Yesu, jitwika utukufu. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, na juu yako hakuna mwingine. Juu ya enzi unatawala, juu ya hekima na maarifa ni wewe, juu ya majira na nyakati ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Somebody just tell him he's the Lord. Ni wewe Bwana. Oh, you're exalted Jesus, you're exalted Lord. Wewe ni Mungu, umetukuka sana, tawala mkuu juu ya enzi yote, juu ya hekima na uweza. Ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe. Above that which we fear, above that which we know, above that which we are, above everything that we see and not see. Wewe ni Bwana, wewe ni Mungu. He's high and exalted. But says that Jesus was exalted and given a name that is above every other name. And at the name of Jesus Christ, every knee, those in heaven above, those on earth and under the earth should bow. And at the name of Jesus, every tongue will confess that He is Lord. And tonight we join with the host of the heavens, declaring that you're worthy. Wewe ni Bwana, wewe ni Mungu. Bwana umeinuliwa katika kiti chako cha enzi. Wazee wale 24 wazikabidhi heshima za mbele zako. Wanazivua taji zao za dhahabu, wanaanguka. Mtakatifu ni wewe Mungu, mtakatifu Bwana, wewe
katika kiti chako cha enzi. Ewe Bwana, Bwana Yesu umeinuliwa above everything you are. Kiti chako cha enzi takatifu umeinuliwa Bwana Yesu umeinuliwa katika kiti chako cha enzi. Maserafi pia wako mbele zako, wazikabidhi heshima zao mbele zako. Hey, wapeperusha mbawa zao mbele zako, wanalia mtakatifu, mtakatifu ni wewe, ewe Bwana, ewe umeinuliwa katika kiti chako cha enzi. Kama mtakatifu wewe Bwana Yesu umeinuliwa katika kiti chako cha enzi. Viumbe wanne walio hai hata nao wazikabidhi heshima zao, wanalia mtakatifu ni wewe Mungu, wajifunika mtakatifu ni wewe Mungu, wewe Bwana Mungu wangu, wewe umeinuliwa katika kiti chako cha enzi. Umeinuliwa Bwana Mungu wa majeshi, tawala mkuu ni wewe. Katika kiti chako cha enzi. Nasi leo tuko mbele zako Mungu, twaungana na hilo jeshi la mbinguni. Hey, mataifa yote nayo yajue leo ya kwamba wewe Mungu mtakatifu, mtakatifu ni wewe, ewe Bwana umeinuliwa juu sana katika kiti chako cha enzi. Unatawala Mungu wa amani, wewe wewe ni Mungu tawala mkuu, juu ya yote unatawala. You holy Lord, you holy Lord, umeinuliwa Bwana wangu wewe. Now what exalted Lord, now what exalted Holy One of Israel, now what exalted Mighty One of Jacob, now what exalted umeinuliwa Bwana Yesu. Now what exalted, 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 umeinuliwa mtakatifu wangu. Ni
unatawala, unatawala. Umeinuliwa mwamba wangu wewe Bwana. Tawala zote, high above ruler, high above dominion, high above kingdoms and kings. Kiti chako Tawala zote, King of kings ni wewe Bwana Yesu, wewe unatawala milele yote. Shayana kiti chako cha enzi. You're exalted King of kings, the Lord of lords, the great I am that I am, the one who was with Abraham and Isaac and Jacob, the faithful God, the covenant-keeping God, the one who never changes, whose word is true, whose word is established in heaven. Thou art exalted tonight. Thou art exalted tonight. Umeinuliwa Bwana Yesu juu ya yote tunayoona, juu ya yote tulio. Ni wewe Bwana, ni wewe Mfalme mkuu. He is holy, holy. We're joining with the host of the heavens declaring holy, 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 holy are you, Lord God Almighty. Thus declares your glory, the earth proclaims your faithfulness. You are worthy, you are worthy, you are worthy, you are worthy. You are holy, you are holy, you holy, you holy Jesus, you holy Lord. Holy is the Lamb that was slain. See blessing and honor, glory and power. Thou hast made all things and sustained them all with your powerful word. Thou art worthy, Lamb of God that was slain for us, has purchased us unto God a priesthood, holy unto our God. Thou art holy, thou art holy, thou art holy. Takatifu, takatifu, Bwana wa majeshi, dunia yote imejawa na utukufu wako. Takatifu, mtakatifu, takatifu, takatifu, ewe Bwana Mungu wa majeshi, dunia yote wewe umeijaza na utukufu wako. Mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu, ni wewe Bwana. Yele na mazao dunia yote umejaza utukufu wako na utukufu wako, na tunakupa heshima, heshima hizi zote, ewe Mungu umetukuka, na tunakupa
wako wewe, tukufu ni wako. Sifa zote Ni nanaya. ewe Mungu umetukuka. Falme mwema, Mwema, mwaminifu, mwaminifu, wewe ni Bwana Bwana unayeweza. majeshi. Bwana wangu tukufu wako, tunakupa heshima yote, tunakupa heshima, sifa zote, Umetukuka. Tunakupa heshima na sifa. Tunakupa It all belongs to you. It's yours and yours alone. zote Our worship is yours and yours alone. Mungu Umetukuka, umetukuka. twakuheshimu, hakuna mwingine kama wewe. Wewe Mungu mkuu, Baba yangu, hivi leo nakuinua na kuabudu. Umetukuka mwamba wangu, Tukuka. wewe ndiwe Bwana, Twakuheshimu. wewe ni Mungu, kuwa hakuna mwingine. Hakuna mwingine. Wewe ndiwe Bwana, Wewe. Mungu mkuu, wewe Mungu. ni wewe Baba yangu. Kiazo juu ya hekima na maarifa yetu, juu ya nguvu na bidii zetu, juu ya juhudi zetu zote. Wewe umetukuka sana, wewe umetukuka sana, wewe umetukuka sana. Wewe ni Mungu na wewe ni Bwana. Himidiwe usiku wa leo. Pata njia yako miongoni mwetu, pata njia yako katikati yetu, pata njia yako Bwana Yesu, kwa wewe ni Mungu na wewe ni Bwana. Pata njia yako maishani mwetu, pata njia yako katika kusanyiko letu usiku wa leo. Himidiwa na utukuzwe, kwa kuwa wewe ni Bwana na wewe ni Mungu. In Jesus mighty name. Nimeona wema wako, nimeona fadhili zako we Baba. Nasema makofi ya sifa kwa Yesu. Nimeona wema wako, nimeona fadhili zako Baba. Nasema mimi Nimeona wema wako, nimeona fadhili zako we Baba. Nasema sisi tumeona wema wewe ni mwema, tumejua zako wewe Baba. Twasema mimi nimeona fadhili zako wewe Baba. Nasema sisi tumeona,
Tumeshuhudia kwamba Bwana ni mwema. Zako wewe Baba twasema asante. Asante. Wamwinulia mikono. Sema asante Yesu wewe. Asante. Nasema asante. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana wangu. Nasema haya kelele shangwe kwa Yesu wewe. Makofi ya sifa kwa Yesu. Asante, wewe ni mwema. Asante, asante, nasema asante. Haleluya, haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mko salama? Mko salama? Hebu salimia jirani yako, mwambie karibu katika mkesha wa leo. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Salimia huyo mwingine, mwambie umependeza sana leo. Umependeza sana. Bwana Yesu asifiwe. Alafu kama kuna kiti unaona kiko mbele yako hakina mtu, sasa mbona ukae nyuma? Si usogee tu kwenye hicho kiti ambacho hakuna kiti kimeandikwa jina ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Sogea, kama kuna kiti mbele yako unaona hakina mtu, soga tu, usogee ukalie kwenye hicho kiti, ili wale wanakuja nyuma wakae kule nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema tu usogee kwenye kiti cha mbele, sikusema ukae. Wale wako nyuma tafadhali songa kwenye kiti cha mbele, alafu niwaambie tunaenda kufanya nini. Hiyo keyboard isetiwe vizuri, hizo ngwengwe kelele sizitaki. Nataka kitu ile nilikuwa nimeseti saa zile, kitu inaimba vile inatakikana kuimbwa. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nikuweke na usitoe hata kidogo. Sasa ni hapa unacheza na hizi zote. Afadhali mimi nakufundisha uzuri, sasa unacheza huo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ambia mwenzako ni aje. Haleluya. Umemwambia ni aje. Halafu umuulize, mbona sasa sura umeweka ya ndimu na umevaa vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wimbo, subiri kwanza. Kuna wimbo tulikuwa tunaimbaga tukiwa Sunday school. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiona Pastor Kokia amefurahi, kila kitu iko sawa. Bwana asifiwe. Tulikuwa tunaimba wimbo Sunday school. Halafu wimbo ulikuwa ni mzuri sana. Na ulikuwa tunabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na wimbo ulikuwa ukiimba mpaka unasikia kweli. Hata kama ulikuwa umenuna, hata kama ulikuwa umekasirika. Unajua kuna watu
Leo ni Friday, si ndio? Leo ndio watu hutolewa out. Sasa kuna mtu amekuja hapa, labda alikuwa ameambiliwa mahali atapelekwa, alafu amepiga simu, mtu hapatikani. Usitukasirikie. Hata hapa tuko kwenye out ya mkesha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka tusifu kidogo kabla mtume aje atubariki, si ndio? Nimeongea naye, kuna time ameniambia atafika. Sasa nataka tuchangamke. Tunamwimbia Yesu, si ndio? Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Yesu akiwa enzini. Sawa sawa. Sawa sawa. Pandisha. Mambo sawa sawa. Mambo sawa. Sawa sawa. Yesu. Yesu akiwa enzini. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa. Mambo sawa sawa. Oh, mambo sawa. Mambo sawa sawa. Oh, Yesu. Yesu akiwa enzini. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Oh, mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Oh, mambo sawa. Mambo sawa sawa. Oh, Yesu. Yesu akiwa mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo moto moto. Mambo moto moto. Yesu akiwa ezini. Mambo moto moto. 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 Oh, mambo moto. Mambo moto moto. Yesu. Akiwa Oh. mambo moto moto. Mambo moto moto. Oh, mambo moto moto. Moto moto. Oh, mambo Moto moto. Yesu akiwa mambo moto moto. Mambo moto moto. Oh, mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa. Mambo sawa sawa. Yesu akiwa enzini. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Haleluya. Bwana asifiwe. Unajua, wacha nikwambie, kuna watu. Hebu mwambie mwenzako kuna watu. Mwambie kuna watu wanajua, lakini wamewekelewa roho ya uoga. Bwana Yesu asifiwe. Huyu kijana mimi nilipomwona akicheza keyboard, najua kabisa huyu anaweza. Lakini amewekwa kiuoga kingine. Umesikia kile kitu amecheza? Ni kitu kizuri ama si kizuri? Mimi napenda kufundisha. Na mwalimu ambaye anafundisha akiwa mzuri, mwanafunzi awe mzuri. Mwanafunzi anafanyaga vizuri hata kuliko mwalimu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mpigie tena makofi huyo jamaa. Amepiga keyboard vizuri. Amen. Mambo sawa sawa. Sawa sawa. Mambo sawa. Sawa sawa. Oh, Yesu. Yesu. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Oh, mambo moto moto. Mambo moto moto. Oh, mambo mambo. Moto moto. Oh, Yesu akiwa. Oh, Mambo moto moto. Mambo moto moto. Mambo moto moto. Oh, mambo sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa. Sawa sawa. Sakiwa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Oh, mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Oh, mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Yesu. Yesu akiwa ezini. mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa.
sawa. Mambo sawa sawa. Siku zote tunaimba siye. Yesu ni Bwana. Hata leo tunaimba tena. Yesu ni Bwana. Malaika wanaimba uko mbinguni. Yesu ni Bwana. Wanaimba wakisifu na kusujudu. Yesu ni Bwana. Siku zote tunaimba siye. Yesu ni Bwana. Hata leo tunaimba tena. Yesu ni Bwana. Malaika wanaimba uko mbinguni. Yesu ni Bwana. Wanaimba wakisifu na kusujudu. Yesu ni Bwana. Amenitengeneza Yesu. Yesu ni Bwana. Amenibadilisha Baba. Yesu ni Bwana. Amenitengeneza Yesu. Yesu ni Bwana. Amenibadilisha Baba. Yesu ni Bwana. Nilikuwa mbaya kushinda wewe. Yesu ni Bwana. Nilikuwa mkorofi kushinda wewe. Yesu ni Bwana. Nilikuwa mlevi kushinda wewe. Yesu ni Bwana. Nilikuwa mang'aa kushinda wewe. Yesu ni Bwana. Amenitengeneza Baba. Yesu ni Bwana. Amenibadilisha Baba. Yesu ni Bwana. Ameniokoa Baba. Yesu ni Bwana. Ndiposa ninaimba leo. Yesu ni Bwana. Ndiposa ninasifu mimi. Yesu ni Bwana. Ndiposa ninapiga vigelegele. Hey, Bwana. Amenitengeneza Baba. Yesu ni Bwana. Ameniimarisha Baba. Yesu ni Bwana. Ukienda polisi watakwambia Yesu ni Bwana. nilikuwa gaidi kushinda wewe. Yesu ni Bwana. Nilikuwa mkorofi kushinda wewe. Yesu ni Bwana. Amenitengeneza. Yesu ni Bwana. Amenibadilisha zenze. Yesu ni Bwana. Amenitengeneza Baba. Yesu ni Bwana. Amenibadilisha. Yesu ni Bwana. Ndiposa ninaimba kwa furaha. Yesu ni Bwana. Ndiposa ninaimba kwa furaha. Yesu ni Bwana. Ameniosha mimi na damu yake. Yesu ni Bwana. Nilikuwa mubaya sana. Yesu ni Bwana. Nilikuwa gaidi kushinda wewe. Yesu ni Bwana. Kaingia gharama Baba. Yesu ni Bwana. Kaingia gharama Bwana Yesu. Yesu ni Bwana. Kaingia gharama kwa sababu yangu. Yesu ni Bwana. Kaingia gharama kwa sababu yako. Yesu ni Bwana. Malaika huko juu wanasema Yesu ni Bwana. ukienda polisi watakwambia Yesu ni Bwana. hata wezi wote wanajua Yesu ni Bwana. amenitengeneza Baba. Yesu ni Bwana. Amenitengeneza Baba. Yesu ni Bwana. Amenitengeneza Yesu. Yesu ni Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wametengenezwa hapa? Kuna mtu alikuwa mbaya kama mimi. Tulia. Kuna mtu alikuwa mbaya kushinda mimi. Chini ya maji. Kuna mtu alikuwa mbaya kushinda aposto. Chini ya maji. Bwana Yesu asifiwe. Mimi wanasema diare mwega. Na ukisikia mtu akisema hakuwa mzuri, ni kweli hakuwa mzuri. Ukitaka historia yangu kwenda kule nilizaliwa, watakwambia. Bwana Yesu asifiwe. Na ametubadilisha Yesu. Ndipo sasa tunasimama hapa tunasema yeye ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wengine hapa ninajua hata mkiambua kuna siri zingine mtakufa nazo, mzikwe nazo. Kwa sababu hamkuwa wazuri. Bwana Yesu asifiwe. Kutembea na Yesu, mimi napenda kutembea na Yesu. 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 Mimi napenda. Mimi napenda kutembea na Yesu. Mimi napenda. Keyboard iko Kajiado, gitaa iko Turukana. Hebu cheza kwanza msikizane. Cheza msikizane.
Pandisha. Kutembea na Yesu, mimi napenda kutembea na Yesu, mimi napenda sema Kutembea na
tembea tukuone. Tembea, tembea Yesu, tembea tukuone. Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Baba, tunakupenda, Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Hakuna Mungu kama wewe, Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Tunainua mikono yetu, Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Tunainua mikono yetu, Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Tunainua sauti zetu, Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Tunainua maombi yetu, Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Tunainua sifa zetu, Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. 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 Pokea sifa. Hakuna kama wewe. Pokea sifa. Baba, pokea sifa. Pokea sifa. Tunakupenda Baba. Pokea sifa. Baba, pokea sifa. Pokea sifa. Hakuna kama wewe. Pokea sifa. Baba, pokea sifa. Pokea sifa. Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Hakuna kama wewe. Baba, pokea sifa. Tunainua mikono. 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 Baba, pokea sifa. Tunapiga vigelegele. Baba, pokea sifa. 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 Vigelegele kwa Yesu. Twende namna hii. Kama umebarikiwa sema amina. Kama umebarikiwa sema amina.
ukonfirmie jirani yako. Kama mconfirm. Charity hapendi kukonfirmiwa. Confirm. Hata Rogoro kuna kitu kweli. Ama mnaswetia ndani. Ni ndani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Salimia jirani yako, mwambie karibu sana. Karibu sana. Haleluya. Amen. Nataka kwa kipindi hiki na mimi nimpokeze Mother, atupeleke hiyo sehemu nyingine. Njoo. Na unakimbia ukiitwa na mkubwa wako. Haleluya. Amen. Asante. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Muriega. Turega. Mwithayo. Hiyo. Tukiinire Ngai. Amen. Amen. Ndimwira kigoco ni irio cia Ngai. Akorwo ni ukumugoca na wi murwaru ukahona. Ukimugoca wina mathina magathira. Tondu aria ahuna akuihuragira kiria we urabatara. Bwana asifiwe. Ugo ne kumuinira. Ndukanoge ne kumuinira. Aiko ndurenda anoge niguo guteithie. Na ndukanoge ne kumuinira. Warugaruga tari Ngai waku urainira. Haleluya. Amen. Twende. Ora Yesu Kristo rohe. Ayure
Jesu
tuthie nyimbo cia rege cigana ithatu. Amen. Tuine rege nyimbo cigana ithatu nigo tweke kurathimika nigetha tuhe Mam Frida aendelee na worship na mtabarikiwa sana. Ile lege tamu. Bwana sifiwe.
God bless you. Father, we thank you. We give you glory and honor. We worship you this wonderful night that you've given us, that we may witness your greatness. We may witness your love. We may witness your care. We may witness your abundance. Father, may you forgive us our other sins that we've committed. Give us this chance again, Father, that we may be able to sit under your umbrella, under your shadows, that we may work to work in the willingness of your life. For it is in Jesus' name we do pray. Somebody say amen. Amen. Asante sana. You may be seated. Punguza kwenye main kidogo sana, the main, the yellow one ama the red one. Kidogo tu. Thank you. Thank you for ambao tumefika. Mungu awabariki sana. I know this day was a very hard day for us, for everybody. It has been so difficult. I'm going to explain why. And this has been from the 1st of December all the way to the 7th of December. This is the time that they change destinies. This is the time that they bewitch. This is the time that they steal. This is the time that they destroy. So it is very, very important for us to know why life has been so difficult and why life always becomes so difficult in the first 2 weeks of December. Because it is in December that witches change your destinies. It is in December, first week and second week, that they change everything for you. As you get into the new year, you go year empty. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo leo nataka tuangazie kabisa. We are going to go deeper because between now mpaka saa 6:05, that is the time they activate. But the actual time they strike is from 1 and 2. That's the time they do what they want to do. So this was a very important, a very prophetic day. Today ni siku ilikuwa muhimu sana kwako na kwangu mimi na kwa hata huduma yako, kazi yako na kila kitu. Today I'm going to reveal to you much deeper things that happen na ni kwa nini zina happen. Ni kwa nini mwaka mzima huo umeisha, hakuna kitu ulikuja nayo. Hakuna kitu unatuonyesha. You've been dry, completely dry. Iliibiwa tarehe kama hii December. Masaa kama hii, maana saa 6 usiku na dakika 5. They don't do it at saa 6. They do it na dakika 5. Moja, dakika ya kwanza, mpaka dakika 5. That is when they fix. Alafu kutoka hapo, kutoka saa 7 mpaka saa 8 kamili, that is when they make covenants and they raise altars. Bwana Yesu asifiwe sana. So it is very critical. I want you to be very, very keen on this because we are doing a prophetic move. We are going to change the destiny of Kenya and recapture back the entire destiny of Kenya, our children, our families, our homes, and our churches. They are going not to be stolen. God has sent you today to stand in the gap for the entire nation. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijipigie makofi hata sisi mfurahie kidogo. Unajua sakagi kukaaga na watu kama nyinyi. Unajua sometimes I fear you. Because you are stone-faced people. Baka mtu akiwaangalia na waangalia hivi anashindwa hawa watu ni wa Mars ama ni wa Jupiter. Because you are telling them a secret that they have never known. Because today I'm going to reveal to you a secret that you've never known. At what time, what date, destiny yako inachukuliwagwa. Na hiyo sasa kitu tu ya kuniangalia ni kama mimi ni kasanamu. Bwana Yesu, sasa kama unajiuliza huyo nake amenyeile kwa alijulia wapi? Sasa mimi na wewe tupelekanagi dunia moja. Mimi na operate na realms, wewe na operate hapa chini. Hapa chini ukitembea na manini. Kwa hivyo Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tutaenda leo ni mafundisho, sitakibia sana, although lazima to hit hard. Na tukifika saa 6 na dakika kama 10 hivi tutafanya declarations. Dakika 5. Bisipini saa 6 na dakika 1 mpaka saa 6 na dakika 5 mnikumbushe, we'll do some declarations. And then at 1, this is the time we are going to cancel and nullify and capture the country Kenya, cover it kutoka north, south, west, east. We cover it the blood of Jesus Christ. We cover the politicians, we cover the business people, we cover the churches, we cover the pastors. Saa hii ndio mapasta wanaibiwa the whole year. Destiny yako inaenda. Kama ni kazi itaenda saa hii between saa 6
na dakika moja. They don't do it exactly at saa sita. They lapse 1 minute so that they can capture you in the new dispensation. Because after dakika moja, that is, you've gotten into a new dispensation. They will catch you in the new dispensation because you are coming from AM, PM to AM. And when transfers, when the watu wana transfer shift, katika ile time wana transfer shift, kuna kuanga na lapses because this no concentration. This one is coming in and you are coming out. And that's the time when somebody is coming in, coming out, that's the time they take it. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata wakati tulikuwa tunaiba bangi, because I used to be a robber of banks, that's the time, saa 6 na dakika 35, that is the time they used to exchange shift. That time they're exchanging shift because that is the time they are putting a new password, putting everything. Sasa hiyo ndio unaelezewa pesa sasa hii kwenye benki tuko na milioni 100, tuko na hii this transaction code mpya ndio hii, because you have to put your own code. That time of putting a new code, that is the time you strike. And the time of saa 6 na dakika moja, that's the time they do the new codes, and that's the time they strike. And therefore, from today, as we are talking, as if we get it, hallelujah, it is not guaranteed you get it, depending on your attitude, depending on what type of a person are you. Kama uko hapo meka kama nundu, kama kegurumoki, I don't see you getting it. I don't see you making it, because the devil is looking for that kind of a person who is gloomy, who is annoyed, who is anakaa tu kama kinyoka, anakaa maka kichura kile kia mshaba. Unajua kafadhali ukue chura ya majini kuliko ya huko kwa ndani ya maji kuliko ile ya shaba. Ile ya shaba inakuwaga na madudo, inakaga baya, getodi. Kinakuwaga kibaya sana. Afadhali kile kia huko, maana kinarukaga hivi, unaona kinaruka vizuri. Hiki getodi kikiingia pale kinakaga kama combat army, jeshi. Hebu muangalie mwenzako, angalia anakaa namna gani. Sura yake ukimwangalia vizuri anakaa namna gani. Muulize wewe, ni kwa nini umekasirika? Muulize ni kwa nini? Ni kwa nini unakaa? Hebu muulize, ni kwa nini kuna kiti mbele yako na ukai kia hiyo kiti mbele yako? Does it mean wewe ni mmoja wa wachawi wale tunazungumzia? Muulize hivyo. Muulize huyo mtu unaona ako na kiti mbele yake na hakali. Muulize ni kumaanisha kuna gedhito umekalia sasa hutaki kuamuka. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Na vitu kama hivyo ambavyo tunavyovizungumzia ndivyo, those are the things that have made you to become poor. You are not poor because you are born poor. You are rich. Everybody was given this privilege. In the book of Isaiah 45 inasema, God will give you the hidden treasures. He did not identify who is to be given the hidden treasures. He said to mankind that I will give you the hidden treasures. He said that if in the book of Deuteronomy chapter number 28, he says, if you obey diligently and faithfully follow what I'm telling you today, this is what will follow you. So it is about we being in the position of God for us to get what God has given us, what the promises of God, the powers of God, the authorities of God. It is just a connection. Just if you connect tonight, you're going to get out here a victorious person. Siku ya kuruka mwaka ya fast, 31st, hiyo haikuwagi na maana hata kidogo. Already they fix between tarehe 1 ya December mpaka tarehe 7 na tarehe 7 mpaka tarehe 14. That is the time they fix you. That's the time they destroy you. That's the time they bring you down. This is the most active month of the year. This is where all activations za kishetani zinafanya kazi, because this is the time they have to steal your destiny. Ipatiwe mwingine, wanaiba ya huyu, watapatiwe mwingine, because tukiingia kwa mwaka mpya ni celebration. Na ndio unaonanga walevi, tunakuwa na walevi wengi, wapobe wengi, watu wengi wanafanya vitu mingi. This is the time, hii mwezi kutoka tarehe 1 mpaka tarehe 14. Those are 14 days of active demonic powers and active demonic realms that they control all your destinies, all your blessings, everything that you have. Uibaji yako inaibakwa sasa. Si umeona watu wa praise worship wakisubuka sana leo? Wamesubuka kwa sababu the destinies are captured. Sasa tuko kwenye vacuum saa hizi, wamekamata anga. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sasa ndio sisi tumekuja kunasua hiyo kitu wamekamata. Walikamata hiyo ingine, wachana nayo, mwaka imeenda. Sasa ni hapa wanataka kurenew the contract. To renew, maana walifanya December 1st mpaka December 14. That is when they captured you. Today they are renewing because the end of the contract ilikuwa from 1st mpaka 14.
So they are renewing everything. So at the point of renewing, that is when you cancel and you say, no, I am not going to be renewed back to the devil. I am going to get connection to my God. I'm going to get connection to the heaven realms. I'm going to get connection to Jesus Christ. The blood of Jesus is going to cover me. This is the time you make confessions, you make covenants, you make known to God, known to the world, and known to everything that I'm no longer going to serve the devil. I am no longer going to be under the wings of the devil. I am no longer going to serve under the wings of the witches, because the witches are sent in specific places like this one. Like now I can see 3 witches here. And they were sent specifically. Wakuja make sure fix, because they knew today I am going to undo it. From the first day of December, I declared, on Monday we declared and we said we are going to undo. They are aware, they have been sent. Kuna wengine wametumwa kutoka nje. They have been sent kutoka Nigeria, wametumwa kutoka America, wametumwa kutoka mpaka Grenada, wako Kenya, just to make sure that person that wants to change, they will not going to change, because Nairobi and Kenya is a portal that they really need. But today, sema today, ambia shetani today, we are going to cancel everything. No deal, no deal. Si umeona wameita Ruto huko, walikuwa wamesema wataki kuongea na Ruto. They called Ruto wakampeleka US, ako US. Assign deal. Amesign, ameuza. Si ile unaona kitu ya public health what? It is a permanent mark to sell Kenya. But we are going to cancel it now. Bwana Yesu asifiwe sana. Whatever deal they did, ni baya sana, whatever that they are going to control us. Watapata rekodi zetu, health rekodi zetu zote at will. So for the manipulation, watakuja wafanye test. Tutafanyika kama ile inatangwa pig what? Guinea pigs. Watakuja wafanye at will without a question. Hiyo ndio ile Bill Gates alikuwa amejaribu kuja kufanya. Tukapiga makelele, wameita jamaa ameenda amesaini. Uliona Mudavadi akisaini? Yes. Sasa watakuita wewe kuja. Enda pale udugwe shindano. Tunataka kutest kama unaweza kukufa haraka. And you have to know, because we have sold our soul. Tumeuza. Bwana Yesu asifiwe sana. This lazima wali make sure ati inafanyika December. Maana ni katika fixation to fix. Naye Mungu ni nani? Ametuinua, ametuambia na nyinyi kaeni tayari, wakiandika tuna cancel, wakifanya tuna cancel, wakimove tuna cancel, wakijana tuna cancel, tuna bari. Yes. Sasa mwapie mwenzako utukashoke kujira. Mwambie mwenzako, mimi usinionange mimi hipi. Mimi si kama mtu hivi. I'm anointed from heaven to cancel demonic deals. Bwana Yesu asifiwe sana. I am not an ordinary citizen of this world. I am somebody who is completely different. Mwambie niangalie vizuri. I look like my God. Hallelujah. Mwambie look like God. Yes, and that is the most important thing, that to confess, these confessions of saying that I look like God. December is the most active month for rituals. If you didn't know that. It is the most active month. For what? Na ndio unataka December ni kama November, ni kama October, ni kama nini. By January utakuta watu kila mtu anasema haletema. Sasa unashindwa ni nini ilifanyika na December? Ndio hare. Kwani hiyo kitu ulifanya December, mbona hukufanya October? Mbona haikufanyika March? Mbona haikufanyika April? Because even March we have festivities. Si tuko na Easter holidays na Good Friday. But people after that they don't complain. Atene maharete. But December, January ikigia, kila mtu unajua January ndio watu wanaokokaga sana. Sasa hizi hata kanisa hawaendi sana because wanataka kwenda nyumbani. January hii tutakuwa tumejaa mpaka huko, kesha tutakuwa mpaka iko nje. Because that's the time you come to cry again to God, only to discover that you entered into a covenant. Wakati ulienda ukakunywa pombe na ukiangalia watoto wengi wanazaliwa mwezi wa ngapi? Hapana. When do we give birth? September. Why September? Because walidugwa nini? December. Mwezi wa 8 ndio tunaanza kuona, tunaanza kufanya nini? Kununua madaipa. Bwana Yesu asifiwe sana. Because that is the time you are willingly willing to be raped. Unasikia willingly
willing to be raped. Ndio utaanza kusikia Susan ameanza kuleta kama mtoto, nani ameanza kuleta kama mtoto, na Charity ameleta kama mtoto, hivyo unauliza what happened. Imagine I can't even remember what really happened, because mimi yo jamaa tulienda tu kidogo, tukaenda tukapiga chochora hivi, kurudi the next January hivi kuanza kugusa hivi, naanza kutapika ovyo, nikiangalia kado, nikianza kusikia na maharufu, nasikia kutapika, na sasa I don't know what is happening now. Mungu wangu nisaidie. Nikunamuuliza, kwani hauko kunywa ile kakitu kenu? Nilikunywa, lakini hiyo iliingia na imekataa. Hii kutaka kusikia sauti yote ingine, kumbe it was a ritual. When they are doing these rituals, you cannot stop them, because hata hiyo madawa na kunywa ni yako wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata hiyo kitu kanaitwa nini, kakodomu unatumia ni kakwao, maana kataingia kapasukia huko ndani na kalirisi tena karudi kakae sawa. Ngao nasema mimi nilitumia nini? Nilitumia kakodomu, lakini kakodomu kalipasuka. You can imagine. Bwana Yesu asifiwe sana. At the end of the day unakusuka umefura. Huyo ni mtoto wa covenant ya huko kwa shetani. Sasa hao ndio wanatusubua. Hallelujah. Hawa sasa wamekuwa anointed, wameachiliwa, wamekuja kwa nguvu za kisa. Wamekuja wakiwa with a specific purpose. That is why covenant ilifanyika that way, ndio akuja with a specific purpose. Sasa hao ndio wanakuja kututesa hapa duniani. Wanakuwa kama stubborn. Ukimleta hapa kanisani hata okoke, lakini atakuwa stubborn. Umupatie responsibility, bado atakuwa stubborn. Ukifanya nini, bado atakuwa stubborn. Hata nini, yani they don't respect leadership. They don't respect authorities. They don't respect anything, because they did not come with the authority you are trying to tell them. They came with their own order and their own courts and their own authorities. Tunakutaka kuna mama ako kanisani lakini yeye ni msubufu tu. Kuna mbaba ako kanisani lakini yeye ni msubufu tu. Yani wanakuaga tu kazi yake ni kukusubua tu, kusubua. Akimwambia kaa hapa, utamkuta ameruka hapa. Unamuuliza what happened? Hapo kulikuwa na nyoka. Ukimrudisha hapo, mtoe hapa, hapo kulikuwa na nyoka. Anakuambia pale kulikuwa na chura. Ukimweka mahali pazuri kama hapa, anasema hii siwezi kukaa hapa, nasikia nikidugwa. Ukimlete hapa, yani lazima atafute kitu kakusema. Lazima atafute kitu kakudivert ama kakujarenji whatever you said, because they are always against an authority. And it is not, it is automatic. Hata umupatie nini, hata ukuje umwambie kutoka leo ndio pastor wa hii kanisa, utakuta kesho akicomplain kitu. Hata umwachie milioni moja, mwambie hii ni ya kukula tu, hii ni ya kukula, atakwambia uliniachia noti za girigiri nikakosa change. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani lazima akuambie kitu. Hata ukimnunulia kaguo kazuri kana mfiti vizuri, atasema haka kaguo kalikuwa kana ni gwara huko ndani, kalikuwa kana ni gwara hivi. Yani they must have a complaining. Bwana Yesu asifiwe sana. Ask your neighbor, could you be one of those people? Could you be? Yani muulize tu, unaweza kuwa ni wewe. Hivyo kulingana na mtumishi amesema, unaona ni kama ni wewe. Do you complain a lot? Ati kila kitu kidogo, unipendi, uko na msichana unapendana na yeye. Ati unipendi, hata kutoka siku hizi hunisukumusiaki, siku hizi uniambiagi, hata uniadikiagi ka message ulikuwa unanituma ka hai. Si uniambia tu hata kama ni hai. Na mmeshida na yeye asubuhi. Na nataka sasa umwadikie nini? Ka message. Mmeshida na yeye kutoka asubuhi mpaka jioni na hujamwadikia ka message, that's war. Na unasikia bio ataleta shida. Ataleta shida mpaka hamtakula vizuri kwa sababu ya shida. Basi uniambie pole, hata uweze kuniambia pole. Because anataka tu kufuruka. Avuruge tu amani. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is what we need to look at now as we go. Kutoka tarehe 1 kama hujajifix vizuri, tuko tarehe ngapi? Tuko tarehe 5. Tarehe 7 tutafanya a lot of altars here. Na kutoka siku yote na tuanze engagement ya tarehe 8 mpaka tarehe 14. Sasa hapo ndio kupigana vita mpaka tutatoka nje. Tutaenda mpaka kwa kiwaja, tufanye declaration kwa kiwaja on the 14th day of this month. Bwana Yesu, sikuwa nimepanga crusade hata moja, lakini because of that I have to do a crusade. Auza tutapigana hapa na tuende nje, tukamate anga nje na tukamate anga ndani. Na tukishika hivyo mwaka mzima tutakaa in abundance of God, in the love of God. And that is why God only chose you tonight to come here, because of that single purpose. Hiyo tu.
Tumekuja maombi. Hatukuja story mingi, tumekuja kuvuja. Na nitakufundisha vitu kadhaa viwili vitatu ambavyo vitakusaidia kuelewa the hidden reasons why Christians are still struggling with the poverty, are still struggling with their faith, are still struggling with their life. And you are a Christian, you always go to church, you always there. Hakuna kitu uchelewagi kanisha, masadaka unatoaga, kila kitu unatoaga, lakini if I look at you, you are still struggling. Why could you be struggling? Why could you be facing the challenges you are facing? Why could you be facing the difficulties you are facing? It is because there is something that was done between 1st of December back to 14th of December. That is why you are struggling. And they will make sure that they destroy you before you get to the first month of the year. And therefore, once we look at that, how do they do it? How do they do it to control you and to make sure whatever they do is achievable? One thing is that they manipulate. They release the spirit. This is a man, they release the spirit of manipulation. When I say somebody who is writing like that one, that the hidden reasons, one reason is they release the spirit of manipulations. They manipulate your destiny. When I say through contaminated altars. They manipulate your destiny through contaminated altars. They contaminate the altar that you are serving, the altar that you are, the altar of the family. They contaminate it. They cause it to be demonic so that they can be able to sway you from the plan of God. They can be able to remove you from the systems of God. You can only be removed from the systems of God by being involved in an altar activities. Sin cannot move you from the systems of God, but an altar that is contaminated in sin will misdirect you from the will of God, from the plan of God, from the system, because it is only the altar that you are systemized. You are only systemized in the will of God or into the will of the devil through the altars. And these altars could be where you are serving. These altars could be the family altars. These altars could be wherever you are. Yourself can be an altar because your tongue is an altar. And your mouth is also an altar. Your body is also an altar. You can use anything. Anything can be used in your body, in your system, to systemize you into the systems of God, of the devil or the systems of God. So they will only get into you once they are able to access the altars that you have. Maybe the only place they can be able to access you through, it is the altars of the family. If they have a history of the family where your grandfather used to slaughter goats, used to slaughter sheep, where your grandfather was a witch, your grandmother was a witch, your father was a witch, that is one system they can use to access you through the family altars. They can also use to access you through the locational altars. Locational altars ni madhabahu ya kimaeneo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni madhabahu ya kimaeneo, it is the territorial altars. They can be able to access you through the territorial altars. The territory you come from. If you are coming from Muranga and maybe you perhaps Gatuli is closer to you, then you are able to be accessed through Gatuli. Bwana Yesu asifiwe sana. If you come from there, Sabasaba hapo chini kanaitagwa aje? Pale wanausaga makaa bila mtu. Kambiti. If you come from Kambiti, they can access you from Kambiti while you are in America, while you are in the UK, while you are in Zambia, wherever you are. They will just, if their plan, they captured you from your territory, they will go to Kambiti. They will just travel all the way from America to come to Kambiti to locate you to America. Bwana Yesu asifiwe sana. So they will attack you from Kambiti. Because that is where the satellite is, which attacks you, which controls your family, which controls your life, which controls, because that is where your umbilical cord is, the territory. That is where umbilical cord is. And number two, again, the new territory that you go there, you have to agree with them. Either you agree with them demonically or you agree with them godly. Or you go destroy the altars that are there for you to be able to benefit from anything that you go. If you come from here, you go to UK, you go to London, and London, whoever created London, their elders who found the founders of London, their words they spoke
in London. And there are things they said in London. And there are covenants they made in London. There are altars they raised in London. So once you come from Kenya, yes, you've come from Gaturi, where there are witches. You go there, you find there are more stronger witches in London, superior than you, superior than where you've come from. Because where you are going now, there are the words that were spoken in London over anybody that you will come to that territory, that you have to subscribe to the new territory and live according to the laws and the rules of that territory and obey and walk according to that territory. And if you get money from that territory and you are not subscribing to the territory, the money will not help you. That is, you see, people went to America for green pastures and still they are poor. No, there are people that are in UK but they are living in Muranga. There are people that are in UK but they are living in Kangudo. There are people that are in UK but they are living where? The life they are living, it is a Kangudo life transferred in UK. It is the same life they used to live. The same housing they used to live. Kama sasa kwetu tumetoka kule kwa Moro, tulikuwa tunaishi nyumba ya bao. Ukienda UK ni nyumba za bao. Na unasema unaishi wapi? Ulaya. Kanatigwa mudu house. Ndio kwa nyumba ya bao. Gotile nyumba ya imahiga. Hakuna nyumba ya mawe huko. Zote ni za bao. Lakini huko, the house there is very expensive. Because the standards of there. But if you bring that house back home, hata you have last, mtoto wenu ule wa kuchunga ng'ombe atasema ni digika la nyumba ya bao. Bwana Yesu asifiwe sana. So you find you transferred yourself from Muranga, took yourself to UK to live a Muranga life, but you are in UK. So until you are able to break those altars so that the altars can speak a blessing to you, can release the blessings to you, you will still struggle. You will still struggle the way you used to struggle in Muranga. You will still struggle the way you used to struggle in Nakuru. You will still struggle the way you used to struggle in Ukambani. Until you are able either to be subdued, you agree to be subdued to the altars of the area, or you raise an altar to fight that altar that is that area so that you can create your own territory. There are people who have come from Kenya, they have gone to the US, you find that they have businesses, big businesses. They are controlling multi-billion businesses, while in the UK. But when they were in Kenya, they were just poor people. How? There is a way he went, either he agreed with the territorial altars or they disagreed. If you disagree, you have to bomoa, you have to destroy. Jeremiah 1 verse 10, that see today I have set you over nations and the kingdom, to overthrow, to destroy, to dismantle, to uproot, and then build and plant. You have to do that. And by doing that, you must be spiritually awakened. You must be spiritually strong for you to be able to do what? To do such a thing. You must be able to be powerfully, strongly, and well. That's why you see, when people come to church like this one, this church was founded on an altar. When we are invited, the people that came here, our spirits who came, they came and they raised an altar here. They wakamwaga mafuta hapa, wakabariki hapa, wakasema sasa imekuwa madhabahu. Sasa si bao tena, sasa si mkeka tena, ni nini? Ni madhabahu. Sasa hapa hii si bao, unaona tu ni bao, ama unaona ni mkeka, si mkeka, hii ni madhabahu. Maana ilimwagiliwa nini? Ilimwagiliwa. Kabla ilikuwa bao, lakini wakati ilimwagiliwa mafuta ilibadilika. Sasa ukicheza na hapa itakufuga. Ukiita bao, ukiita mkeka, itafuga maisha yako yote. Hakuna mahali utaenda, maana umedharau ile authority mahali unakuliaka chakula. Maana umekuwa ukibarikiwa hapa, ukikuja hapa unaomba, unaenda nyumbani unabarikiwa. That's why you are surviving. That is why you are here. That's why you normally come here. You cannot come to a place where you are not blessed. Mahali ulipata shida jana tena urudi leo? Hapana. Unarudigi hapa kwa sababu kuna kakitu natoaga hapa. Na kwa hivyo wakati unaanza kutukana hapa, hiyo kakitu yote ulikuwa umechukua kutoka hapa, utakatapika. Bwana Yesu asifiwe. Yote utatapika. Utaanza sasa struggles. Na spirit ile itakaza kukusugumusia, itakuonyesha sasa toka hapa. Maana inataka kwenda kukupeleka pale nje, ikumalizie pale nje. Hallelujah. The next meeting utakutana na huyo mtu ametapikwa, ako kwa baa, akiuza kwa baa. Utakuta mtu ndiye alikuwa intercessor guy. Ni already hapa. Na unamkuta saa hiyo wengine wamevaa kaskati kamefika hapa. Yeye amevaa kaskati kamefanya nini? Hata akitembea hivi unaona mwili yake vizuri na huko ndani vizuri unaangalia. Because she becomes or he becomes more demonic than the demon himself. Hallelujah. Because of kucheza na madhabahu. Madhabahu haichezagwi nayo. Madhabahu aina yoyote. Hata kama ni ya shetani, kama hauna uwezo wa kupigana naye, usijaribu hata siku moja. Usijaribu na usidhubutu, maana itakumaliza.
Bwana Yesu asifiwe sana. Ukikuta pale kuna gedhito kimewekwa pale, kama hauna power ya kutoa hiyo gedhito, uanze kusema in the name of Jesus, lakini wewe mwenyewe haujitabui, itakugoga hiyo, mkono yako itafura yote, itafura. Utaona kimkono kimefika huko, kimefura, uso imekuwa imekaa kama nyagumi, bako unatembea kwa watu hivi ni kama lori ya Bedford kama imebeba imetoka kule milima ya Murang'a ikipanda huko. Yani because you will be damaged completely. You will never recover again because they know you are not good. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama tunaenda vizuri. Tunaenda vizuri. Some altars are connected. Unakuta kwenye madhabahu zingine why they are able to manipulate, because some altars kama hii inaweza kuwa connected to the marine spirits. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is where you give your tithes. This is where you give your sacrifices. And also me, myself, as your pastor, could be I am connected to the marine spirit. I'm connected to the demonic forces. Once you give me anything, the spirit that is in me will catch you because you have agreed with me. If you give a tithe here and this altar is not clean, if you give your sacrifices here and this altar is not clean, it means the uncleanness in this, you have agreed with it, it will come back to you. And this is where now, once they are able to defile you, that's the time now they will steal your destiny. Bwana Yesu asifiwe sana. If you get that gentleman who you call my sweetie, you need also to understand what kind of a spirit is he carrying, what kind of an altar that is in him, what kind of powers that are in him, because those powers you are going to inherit them. Once you do it, because when you do it, when he enters you, you enter because when at the act of entering, you make a covenant, you make an agreement. Anything that you hold together, anything kama tumesalimiana hivi, it is an act of what? An agreement. Tukimumunyana, nikilete ulimi yako na mimi yangu, tumumunyane hivi, tuwekeke ndani, tumezane mate, that is an act of agreement. Kulala tuigisane ndani, it is an act of agreement. And all these agreements, they lead to a covenant, and they lead to what? To an altar, a creation of an altar. And this altar, that is what will give permission for the access of demonic powers. It will give permission to the access of demonic angels. It will give access to the witches, because now a door has been opened because we have agreed. We have made a covenant, and therefore I have recruited you. Hiyo mate yangu nilikunyunya hivi. I have recruited you, now you are one. Kwenye madhabahu ya kishetani. Maana mimi nilikuwa kwenye madhabahu ya shetani. Na literally nimekukamata hivi, nikikumumunya hivi vizuri, nikakukamata vizuri, tukalaliana vizuri, nimekurecruit. I have given leeway. Wewe umesarenda right yako, or umesarenda your spiritual powers to me, and therefore from now you have nimepatiana code ya maisha yako. You now they can be able to access, because I only needed to have a smooch. I needed to have a kiss to you. I needed to have sex with you. I needed just to have a hand, to shake hands with you. And in this agreement now I have given a code. Code yako tumeweza ku-unlock. Tumefungua code yako. Tume-unlock. Therefore, once you are unlocked, people, the demonic powers are able to get into you. Once they get into you, they turn you to become an altar also, for you to get it to somebody else. And that is how powers of darkness are able to be transferable from one another to another. Unaweza kuta kuna mwanamke nimekutokosa miaka miwili, unakataaga, nimekutokosa unakataaga, unakutokosa unakataa. Lakini all of a sudden huyo mwanamke unaona ameanza kukubali. All of a sudden, baka unashidwa, na niguwa Margaret ya mutumia huyo imediko nyingine. Baka unaenda kucelebrate pale Serena, kunyapika kagilasi kamoja ka wine, kwa sababu huyu mwanamke amefanya nini? Amekubali. Because you have really struggled kumutafuta. All of a sudden unaona amekupenda, anataka kwenda takulala kwako, na mnaenda baka kwako mnalala, na alikuwa na meapa hawezi kukanyaga kwako. Alikuwa meapa akasema hawezi kushirikiana na wewe hata kidogo. All of a sudden unakuta kina kimoyo kingine kimevuguka, because already they have been able to uncode her or uncode him. Sasa walimu-uncode ndio aku-access. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiwa kimwanamke mtaenda mtarara nakio kwako, kutoka hapo muende kwake mlale nakio, na kinakio hata siku hizi nasikia sexually we are getting together sexually. Diraigwa. Todo ni tuitonyanete, because the code, the system that was stopping you from accessing has been uncoded. Therefore, that is why munaigiana, because munaigiana ndio aweze kutransmit ile powers, ile forces yako nazo kwako, ndio akuondoe katika
ulimwengu wa Mungu, akuondoe katika dunia ambayo Mungu alikuwa amekuweka, akuondoe kwenye systems za Mungu, akuondoe kwenye plani Mungu alikuwa amekuplania. That is what the, na wakimaliza tarara na wewe mara moja, mara mbili, mara ya tatu, unaanza kusikia ameanza ile reason alikuwa kanayo akikunyima siku ile, anaanza kuileta tena, anaanza kukwambia sasa tunazima tuende tukaone wasasi. Mara kidogo anakuambia lazima sasa mimi unajua sasa wewe unaonekana unapendana na wanawake wengi, na mimi nataka tukue watu clean because I am an altar, you are an altar, you must be clean. Kumbe ashamaliza kazi yake, sasa anataka kuleta reason ya kuachana, aende akapatie mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is how dangerous and that is how cunning these spirits can be, because they are so cunning and they know when to strike and how to strike and at what time to do it, because they need only to have the access of the cord. They need only to have the connection, because they need only to pollute you. Once you are polluted, they have an access. They use polluted altars made for fame and power. Bwana Yesu asifiwe sana. These polluted altars, that the altar that was created like this one now, to say this altar was created just purely not for Jesus, not for God, but for fame, because I want to be seen that I am the greatest pastor around, I have the greatest altar around, and this altar not for glorification of God, but for the glorification of me. Those that everybody know, Apostle Waroige, anajua Apostle Waroige. Watu wote wakisukua wanasema Apostle, Apostle mtumishi wa Mungu, huyu ameinuliwa. Hakuna kuinuliwa. I did this mainly for power and fame. Nimeenda kule Tanganyika, nimeenda Nigeria, nimevaa kipeta kikubwa, nimeenda nimepakwa madawa, nimerarwa na mimi na malaika wa kishetani ndio nipate fame. Sasa mkikuja hapa nasema hola papa. Yekakakaka. Unaona watu wote wanaanguka na wamekaa chini. Watu wanaenda wakisema huyo kanisa iko na power. Na hakuna power. It is an altar that is from marine. Now this is all meant to do what? To bring a conversion and to destroy or to destroy everybody. And this is meant, and more especially when they are doing these things, they do them just to create a leak. Bwana Yesu asifiwe sana. They just come to create a leak because they know you are a strong and a staunch worshiper. They know you are a prayerful woman. They know you are very powerful, very strong, very devoted. So what they would always want to do, it is to create a leak. And these leaks are created in two systematic ways. To enter into you through the physical, as I've explained, and through the spiritual. So if they find that you are not spiritually being able to be entered, they will enter you physically. They will come and annoy you. They will come and do something that will annoy you. Or they'll backbite you. Or they say something that is, you feel bitter. Ndio unaonaga makasiriko, watu wengi wamerushiwa makasiriko. Hata mimi hapa nimekuwa nikirushiwa makasiriko sana. Ukiangalia mwaka hiyo msima tumekuwa na nyinyi, nimekuwa na makasiriko. Ingine inakuja inatekwa kama makasiriko kadogo, naambiwa hii kidogo, unakuta Florence hapa ananiambia kakitu tu, kakitu kadogo. Kana anaambia, unajua Charity alikuwa anasema wewe ni devil worshiper. That alone hiyo tu. Na Charity hajasema, lakini amecreate. Na si target si Charity nimkasirikie Charity, target ni mimi nikasirike. Maana the whole week nimekuwa righteous, nimekuwa mclean, nimeenda maombi, nimekuwa very strong katika maombi, nimekuwa unpenetrable, shetani amenijaribu, lakini sasa atatumia Florence mwenye ninaamini sana, aniambie Charity ambaye ninaamini sana. Charity amesema wewe ni maraya. Ati ulikutwa mkiwa na ule mama, ule mama tulikuwa tumekaa naye hapo hivyo. Ati mlikuwa mmelala naye kwa madhabahu. Sasa una imagine madhabahu na ndivyo umepatia madhabahu. Hiyo una imagine hiyo kitu kinakuhit, unasikia mpaka kimoto kimegusa kifua yako. Unasema Charity, nataka unapata mori mara moja. Wamepata leak. Hiyo ndio walikuwa natafuta, wanapenya. Hapo sasa ndio watapenya, wataanza kuspoil maidi yako, waspoil maneno ile yote utatoa kwa mdomo yako, itakuwa maneno baya. Sasa unakuta instead of being a blessing to your people you are leading, unaanza kucast those people, because that is all what they wanted, because they knew the church is so blessed, the church is going to be, baraka ya kanisa imeachiliwa, milango ya kanisa imeachiliwa, and they would do what? They would use Florence to come and hit me, so that because of Charity, and after that nikasirike, kutoka hapo wani access mara moja, wanikamate, watumie mdomo yangu, sasa nianze kuachilia laana. So ile baraka ilikuwa ikuje isimamishwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ikisimamishwa sasa, isimamishwa mpaka next year tena.
December kama hii. Ndio uliona walitutageti sana. Si umeona kuna kipindi wametutageti sana. Kumbe mimi sikuwa najua mpaka Mungu ameniambia aliniita kwa mlima akaniambia kuja nikwambie ni kwa nini walikuwa na kutarget. Walikuwa na kutarget ndio usijue the secret of tarehe 1 mpaka tarehe 14. Ndio maana wamekuzungusha, wamekuweka mpaka kwa social media, wamekuweka kwenye to Facebook to message wamerekodi because they wanted you to wakusustain kwa makasiriko. Wakusustain kwa makasiriko ndio wapate access ya leak. Hiyo leak ikiingia wa plant mbegu yao ndio badala ukue baraka, badala upigane na wao ukose kupigana na wao wakumalize. Maana lazima wangetaka sasa, unajua mwaka lasia labda tulikosea, destiny yetu ikaibiwa ikapelekwa kwingine. Sasa kwa sababu Mungu alikuwa anataka kunipatia ufunuo ya mwaka huu ni vipi nitashikilia destiny yangu, ni kwa nini, how I will be able to handle this destiny, how I will be able to capture the destiny. Sasa wakaanza wakaplan kapasta kakakuja hapa, kamekaa na sisi mwaka mzima, kamekaa hapa na kiatu imeangalia juu hivi, kamekaa tu kwa kasumato waiting for this precious moment ndio wakustrike, wakugoge, ndio ukasirike, ndio poteke nini. Yeah? Na dakika ngapi? Yes, tusimame tuombe sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 3, they capture you through astral projection. Tuinue tu mikono yetu juu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru nasema ni asante. Asante kwa kutupatia muda mwingine kama huu. Tumesimama hapa kusema kwamba maagano yoyote ambao wanafanyaka katika kutoka saa 6 mpaka saa 6:30 ama saa 6 dakika zozote zile za wachawi, covenant zozote, altars zozote ambazo zimeinuliwa kutoka sasa, tunasema Kenya mzima, kutoka kaskazini mpaka kusini, kutoka mashariki mpaka magharibi, mipaka yote ya Kenya tunaizunguka na damu ya Yesu Kristo. Mapepo ya kumwaga damu, mapepo ya confusion, mapepo ya kuuza Kenya, maroho yote ambayo yamepangwa kukamata destiny ya Kenya, maroho ambayo yameinuliwa kukamata makanisa, kukamata wachungaji, kukamata wenye biashara, kukamata watoto, kukamata nchi yetu, yote ninaicancel, yote na cancel, yote na cancel, yote na cancel. Wachawi, chochote ambacho mlikuwa mnapanga, warogi chochote mlikipanga, nguvu zozote mlizinua, kujaribu kukamata madawa, kukamata watoto, kuwapatia madawa ya kulevya, majambazi, majangili, kuuza Kenya kwa mataifa ya kigeni, kuuza mavitambulisho za Kenya kwa watu wa kigeni, yote tuna cancel. The destiny of Kenya, the destiny of Kenya belongs to God. Destiny of Kenya, you belong to God. Oh Kenya, oh Kenya, oh Kenya, you belong to God. The 42 tribes of Kenya, you belong to God. You are only one Kenyans. We Kenya, we are one. We Kenya, we are one. Oh my God, we thank you, Father. We give you glory. We destroy every covenant. We destroy every power. We destroy every altar ambazo ni demonic. Zile zimetoka kuzimu baharini, zile zimetoka kwenye anga za kishetani, zile zimetoka kwenye mawingu ya kishetani, zile zimetoka kwenye milima ya kishetani. We cancel every conversation. We cancel every maneuver. Kenya haitamwaga damu mwaka huu na mwaka ujao. Kenya itakuwa imara. Kiuchumi wa Kenya utakuwa. Makanisa yatapata heshima. Wachungaji watainuka. Waumini watainuka. Ukristiano utachukua mamlaka. Wakristiano watachukua mamlaka. Tunasambaratisha mipango ambayo imepangwa na dini ambazo zinataka kumaliza Ukristiano. Christianity will stand. Christianity will stand. Jesus Christ will stand. Jesus Christ will stand in the mighty name of Jesus. Watoto wetu watainuka. Watoto wetu watainuka. Majenzi hawatauliwa. Hawatanyang'anywa destiny zao. Hawatanyang'anywa wapelekwa kwa Illuminati. LGBTQ haitafanya kazi Kenya. Madhabahu ya kishetani, ya kishoga, ya kilesbian, Kenya haitafanya.
devil worshipping, Kenya haitafanya. The temples of devil worshippers zitaporomoka. Covenant za shetani ambazo zimefanywa na marais wa Kenya kutoka Kenya ipate uhuru, na hata kabla ya Kenya ipate uhuru walifanya covenant na shetani. Mpaka sasa leo wamefanya covenant ingine kule Amerika. We cancel in the mighty name of Jesus. We cancel in the mighty name of Jesus. The health of Kenyan will never be accessed by the American. The health of Kenyan is going to be not inherited or captured or accessed by the demonic forces. Kenya is a holy nation. Kenya is a holy nation. Kenya, Kenya, Kenya. Kenya, Kenya, Kenya. You are a holy nation. You are a portal that will change the world. A portal that will bring you the presence of God. Kenya, you are a portal that will bring salvation. Kenya, you are a portal that will bring economy to be grown. Kenya, you are a portal that will change the destinies of many millions of Kenyans, the millions of people in the world. Kenya, you are a portal that the world will come here and seek God from Kenya. Kenya, you are a portal that will bring peace. Kenya, you are a portal that will bring deliverance. Kenya, you are a portal that will save the world. That the entire world's economy will be managed from Kenya. That all the riches, the hidden riches, the power and the anointing of God will be inherited from Kenya. Because you portal, you Kenya, you Kenya, you Kenya, you are a portal. Hear the word of the Lord. Do not allow any demonic plan against Kenya. You, Kenya, do not allow any demonic authority, any demonic agenda to be held on your soil. You, Kenya, do not allow any Kenyan, do not allow any Kenyan that is called by your name, that his umbilical cord is in Kenya, that he is under your soil, that anybody, may he be the president, may he be a Kenyan, a normal citizen, an army of Kenya, the police of Kenya, any civil servant, the business people, the pastors, the clerics, the sheikhs, whoever that they call themselves, you Kenya, do not allow them to do demonic plans. Do not allow them to engage in demonic plans. Do not allow them to raise demonic altars. Do not allow them to do anything. Just as you vomited the Laodicean church, Father, I command that you, Kenya, today, vomit anybody that will be against you. Vomit anybody that will rise against you. Vomit anybody that will do against you. Any covenant that will be written or mutually agreed or virtually agreed by anybody that is against you, Kenya, vomit them. Reject them. Reject every covenant. They were coming to plant their altars in Kenya to distort you from being the springboard of the revival. They are coming to destroy the plan that God gave you, Kenya, so that you can revive the entire world. They are coming to dim the fire that you, Kenya, was given by God so that you can light the world. Now that they are coming, before they even reached the boundaries of you, Kenya, refuse them to come. Refuse them to come. Deny them access. Do not give them the code. Deny them access. You, Kenya, you, Kenya, you, Kenya, deny them access. Deny them access. Let them not see you. Let them not hear you. Let them be unable to walk to you. If they happen to come and they step on you, Kenya, refuse to give them the access. Refuse to give them the code. Refuse to give them anything. Do not give them food. Do not give them a space to breathe. Deny them. Deny them. Even their agents. Deny them any access. Deny them any access that they may not understand you. Let them run away from you. Let them run away from you. Let them run away from you. In the mighty name of Jesus Christ. Somebody say amen. Thank you. You may be seated. Let's continue with the teaching. This is the time they were trying to put the cord. Unaona karibu hata sisi tusahau. Yes, because already mumelalishwa. Mumeconfusiwa. Hallelujah. Asante sana sese. Nimeona na kuaga macho. Hallelujah. So, tulikuwa tumefika
This now they were trying to create that leak. The leak is that we forget. Forgetfulness is a leak they create. Tungesahau tupite masaa ile na wao make declaration haraka. By the time we come wameseal, wamefuga na wameenda na wamechukua password. Sasa ndi sisi tuko na password. We have redeemed Kenya. Bwana Yesu asifiwe sana. We have redeemed Kenya. Kenya is no longer going to be joked around. Kama kuna nchi itakuwa fiery ni Kenya. Na mtu mwenye atajaribu kupambana na Kenya atazimwa hata kabla hajaanza kufanya kitu. Yes, wakijaribu kuleta hiyo madhabahu yao ya shetani, madhabahu hiyo itabomolewa, itaanguka. Makanisa, kuna makanisa itafugwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna makanisa itasabaratishwa. Kuna misikiti itasabaratishwa. Uliona Waislamu wenye wanasema? Juzi niliona pale Serena, nilikuwa hapo Serena. Na nikaona huyu alikuwa anaitwa ni MP wa na huko nani northern part of Kenya. Alikuwa anasema there is no Somali of Kenya and the Somali of Somali. All Somalis are of Kenya. That is what said. That all Somalis ni wa Kenya because they want to bring all Somali from Mogadishu wote wakuja wa vote. That is the agenda. But from today, whoever has that agenda of the Somalis, ambao ni wa Somalia, wa Somalia ambao si wa Kenya, wa Somalia ambao hawakuzaliwa Kenya, ambao hawana damu ya Kenya, ambao they are not under the altars of Kenya, they will never have an access of Kenya. Hata wakitapata vitambulisho, hizo vitambulisho zitakuwa ashes. In mighty name of Jesus, they will not have. Hata mchanga ya Kenya haitawapatia chakula. Na wale wamekuja wamechukua mashamba hapa kutoka Somalia, wameiba pesa kutoka Amerika kule Minnesota. Kule unaona naye Trump amewafuruga, anawaambia watoke. Wanataka kukuja hapa Kenya. And they destroyed America. They went and they formed a country in America. They speak in their language. Hata ukienda parliament ya huko, maana they are the world wanaongeaga Kisomalia, hawaongeagi Kizungu. They have controlled there, not in Kenya. Kenya is a holy nation. You can control any other nation. You can control any other nation, but not Kenya. Kenya ni kitovu cha Mungu. Kenya is the power and authority. This is a holy ground. Kenya ndio tuko na Mount Zion. Where God is worshipped, the seat of God. Wabie wapote. Yes, katika jina la Yesu Kristo. You see now, when they are saying those words, they were at Serena Hotel. And the Serena Hotel is a portal. Hallelujah. Serena Hotel is a portal of the other house that is in Nyerere Road. You know that other house. Ile nilikuwa nimeenda kuiba. Serena na Nyerere ni moja. Hiyo na hiyo ni kitu moja. Bwana Yesu asifiwe sana. So where the demonic declarations are made, they must be made in a portal. Sasa wakati nilijua hivyo nilienda huko. Ndio naonaga naendaka kukula. Sasa ukigire huko. When you are eating, you destroy every portal there. When you are eating, you speak the blood of Jesus. When you are eating, you destroy. Lakini msiende kudestroy. Msiende nyinyi, mtakujwa huko. Utaona kitu, utaona sahani na bigiritika, inakuguka. Inaikuwa mtu wako na anointing ya juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu nyinyi mmezoea masegenyo, ndio mnaona kama mnajaribu kunipiga, mmezoea masegenyo. Utaenda huko na hiyo masegenyo yako, utakaragwa kae juu kukaraga. Bwana Yesu asifiwe sana. Nipatie kahai kadogo. Then how do they do that? Just as we have done. Hivyo mmeona tumefanya, we have made declaration, we have made covenants, we have declared to Kenya, we have spoken to Kenya and authorized Kenya. Usikubali mtu yote akule kutoka kwako. Mwenye ambaye hana nia mzuri na iji hii. Mwenye ambaye hana nia mzuri na mipango yako. Mwenye ambaye anataka damu ya watoto wako wakufe. Mwenye anataka watu wasifanye kazi. Mwenye anaenda kuuza Kenya, aende huko atuwapate access ya medical reports zetu. Mtu yoyote mwenye ako against Kenya, unaambia Kenya, mutapike. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiangalia kitabu ya Revelation chapter number 3. Nipatie Revelation chapter number 3. Ndio niwasomeshe kidogo, then we will go back to our teachings. Today it will be so critical for you. And that is utaona venye Mungu atawabariki. Maana mumekubali kuja kusaidia Mungu kazi yake. Na wakati God is fighting, inasema, write this to the angel of the church at Sardis. This is chapter 3 verse
verse 10, I think verse 10 or 6, 7 hapo hivyo. Pale wanasema mambo ya Laodicean church. Tumepata ni verse gani? Verse 7. Chapter 3 verse 14. Verse 14 please. Tupatie verse 14. Yes. Write this to the angel of the church of Laodicea. This is my message to you. I am the one whose name is Amen. I faithfully tell people God's true message. People of God through the true message. Everything that God has created starts with me. That's now. The Holy Spirit was speaking to the Laodicean church. Verse 15 to 2015, please. I know everything that you do. No, now the Holy Spirit was speaking to the church. I know everything that you do. Now, I know that you are neither cold nor hot. Hallelujah. You are not a Christian, nor you are not a Christian. You are just there. You are neither cold nor hot. We idole nyamaine na dole rowaine. We ke we jagadha. Mwadhani ya gosho. And it could be better if you are either. It could be better. Wache kukuja kanisa hapa kuturoga. Bwenda tu ukae na warogi huko tujuage wewe ni mrogi. Enda ukae huko nje ukue tujuage wewe ni wa devil worshiper, tujuage wewe ni wa nini? Ni wa devil worshiper. Because anasema it could be better if you are either cold or you are hot. So nakamata wewe kama wewe ni mchawi. You better be either hot or be cold. Afadhali wewe kuwe mchawi na tujue wewe ni mchawi na tuonage wewe ni mchawi. You are better, in a better position because you are serving somewhere. Hata shetani atakuja kuruki aseme mimi sikukutuma. Because you are neither cold nor hot. You are no longer. Hakuna mahali umesimamia. Unakaa tu hapo umeng'adhia. You are neither cold nor hot. And then verse 16 please. But you are only warm. Because you are neither cold nor hot, I'm ready to throw you away completely. So, because you don't belong, you are thrown out. You are destroyed. You are left to die. You are left to succumb. That is why many people are in church who are neither cold nor hot. They die spiritually. So they do the manipulation. Yeah, kumarisa in the spirit. They destroy you. They bring you down. They destroy the spirit, the spiritual covering by seducing. Hallelujah. They do whatever they do by seducing. But you are only, verse 17, but they seduce, they allow you, they capture you by using a seductive movement, systems, seductive languages, seductive powers. Ndio wakukamate, wakudanganyiririe, wanakuonyesha bado wewe umeokoka, bado wewe ni mzuri, bado wewe umekaa, you are in the presence of God, but you are not in the presence of God. You are already taken away. What thing they will do, they will keep some artificial warm kwako. Ndio unafikiri unasikia ni kama Mungu wako, lakini Mungu alikodokea. You say I am rich and God has helped me to have many things. I do not need anything more, but you do not know how very poor you are really. You think that you are rich, but had you known hauna Mungu, ndio ungejua how poor you are. Because you are not with God. You are not walking in the presence of God. You are not walking in the plan of God. You are not walking in the systems of God. You are not standing and doing the will of God. That is why you have been vomited. Hallelujah. Because you are not in the plan of God, the systems of God, in the arrangements of God, the altar that you are in, you don't know which altar you are. You are vomited. Because in katika ufalme wa mbinguni, hakuna nusu-nusu, hakuna aste-aste, hakuna kuwa hapa kidogo na kuwa hapa kidogo. You must be positioned. And that is why today, wewe mchawi umekuja hapa, you have been arrested. Wewe mchawi ambao unatutazama kwa TV, wewe you have been arrested. Hakuna kitu chako kitafanya kazi tena. Hakuna mamlaka yako itatafanya kazi tena. Hakuna nguvu yako itafanya kazi tena. Because you have been captured. And now you are going to be vomited. Today you are going to vomit. Wachawi wote. We are going to destroy them. We are going to dismantle their networks. You are not going to dismantle their plans. They are not going anywhere again. In this church, in Kenya, in the Africa, they are not going to prevail. The will of God is going to prevail. Watoto wetu wata prevail. The Gen Z wata prevail. Wazee wata prevail. Wamama wata prevail. Everything that is Kenyan, it will prevail. We are going to have the presidency that is godly.
Bwana Yesu asifiwe sana. We are going to have the leadership that is godly. We are going to have business people that are not shrewd but are godly. They depend on the Holy Spirit to do their business. We are going to have supermarkets in Kenya that are run by God himself. We are going to have markets in Kenya that are run by God. The demonic powers are not going to have anything. Ile kazi yako iliibiwa na watu wa shetani imeregeshwa sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. You may have tendered a job. You may have started a job. You may have started a business. Na ikachukuliwa na shetani. Na kuambia sasa hivi, kila kitu ambacho shetani alichukua kinaenda kuregeshwa kwako. Kinaenda kurudishwa kwako. Maana we have decoded, we have disrupted their network. Tumeziharibu. And now you are connected to God. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tumeambia Kenya isidhubutu tena kubali mwizi akuje Kenya. Hata kama ni president wa Kenya amekamatwa katika jina la Yesu Kristo. Mashoga, lesbians, they will not operate from Kenya. Kenya is a holy ground. Tunahakisha moto Kenya iwake. Mahali popote lesbian wako waanze kuchomeka. They confess and they say, I have been a lesbian and I want to come to Jesus. Na wale mashoga, magay, mahali popote, wengine ni mabishop, wengine ni mapasta, wengine ni wafanyibiashara, wengine ni wanasiasa. Wherever you are, I send fire. Holy fire, holy fire, holy fire. Muchomeke mukiwa mahali moko. Uchomeke, muchomeke. Mwake moto iwake kwenu. Mpaka mkose amani mrudi kwa Mungu. You confess, I have been a gay and now I want to serve God. I have been a lesbian, I want to serve God. I have been a thief, I want to serve God. I have been a devil worshipper and I want to serve God. Kenya must be hot. Kenya must be hot. Lazima iakishwe moto. Mukitoka hapa mukienda mahali popote. Every day as you step on the ground of Kenya, Kenya has given you access. Kenya has given you power. Kenya has given you codes za kuzungumza declarating words. Maneno ya kufanya declaration. Maneno ya kusema hakuna devil worshipper. Maneno ya kusema hakuna magay. Maneno ya kusema hakuna wachawi. God and Kenya has given you access to access that power of declaring and decreeing that Kenya is a holy nation. Now you got the power. Ukienda kwa biashara yako, inenea mambo powerful. Mama kupatia power. Kenya imekupatia power over your children, over your markets, over your territory. That mahali popote unakanyaga. Ukikanyaga, ukiendelea, ukiongea, unasema Kenya, Kenya, Kenya. Kenya, Kenya, Kenya. Kenya, Kenya, Kenya. Sikia maneno ya Mungu. Hapa hakuna nafasi ya wachawi. You got the power. You got the authority. God has given you the authority to go and decree and declare. Ukienda pale KICC, unaingia huko ndani, unadeclare, unasema wewe ulitengenezwa ukiwa sehemu ya siri ya punda ndio ulete immorality. Ana ule mtu alitengeneza anaitwa Motiso na alikufa jana kwa sababu tumesema ya kwamba Kenya is a holy nation. Wende huko unadeclare, you spirit of immorality. Kenya hakuna immorality. Tunaenda kwa hii mnara iko hapa railway station hapo kwenye roundabout. Ile kitu inaitwa obelisk. Wameiweka pale, hiyo ni penisi ya mwanaume na hiyo chini ni vagina ya mwanamke. Penisi imeingizwa ndani ya vagina. Wakajenga ndio governor apate mamlaka. Nenda utembee hapo. Uiambie wewe obelisk, wewe umeletwa na shetani ndio ulete immorality. Hapa leo tuna cancel. Hapa leo tuna cancel. I cancel. I declare and decree that you have been permitted. You got the power. Mwambie mwenzako, you got the power to decree, to declare that now I know their code. That now I know your code. You Lucifer, I know the code that you use against Kenya. And from today, no blood of Kenya will be used for your sacrifices, will be used for your rituals. The month of December, from tariki moja mpaka tariki 7 mpaka tariki 14, I declare, I decree, hakuna conversation zitafanywa, hakuna agreement zitafanywa, hakuna maagano itafanywa, hakuna declaration itafanywa, hakuna altar zitainuliwa za kishetani. Altar ni moja ya Mungu, the blood of Jesus. We are not going to allow this. We have said no, that our leaders are not going to die.
Our leaders are not going to be subdued to the devil. Our children in school, nasikia wamelete container mzima ya madawa. Wamelete meli mzima ya madawa. Wanataka kulete Mount Kenya. Wanataka kupeleka Nyanza. Wanataka kupeleka Coast. Wanataka kupeleka Northeastern. Ndio watoto wetu wakuwe mazombi. I decree and I declare. Hakuna dawa itapenya Kenya. Hakuna pombe zitapenya Kenya. That from today, we nullify the altar of alcoholism. We nullify the altar of drugs. We nullify the altar of witchcraft. We nullify the altar of poverty. Oh my God. The rise. Sema, the rise of the young. The rise of the young. Today we declare and decree. Sema, I declare and decree. I declare and decree. That kutoka sasa. Sema kutoka sasa. Sema kutoka sasa. I declare and decree. Ninatangaza siku ya leo ya kwamba watoto wetu watachukua mamlaka ya Kenya. Watoto wetu hawatafanywa mazombi, watakuwa mainjinia, watakuwa maprofesa, watakuwa wahubiri, watakuwa watu wakubwa katika Kenya yu. Na mafathers, sema, declare to these fathers, point at these fathers. Ambia Kenya, where Kenya, where Kenya, speak to the fathers of this nation. The spiritual fathers, the business fathers, the political fathers. Now, it is the time to hand over. Now, you religious fathers, now hand over. You political fathers, now hand over. You business leaders, now hand over. You community leaders, now hand over to the younger generation. To the younger generation. Na musisikia wivu. Na musisikia wivu. Na musisikia wivu. Hand over. Hand over. Hand over to a generation that will take Kenya to the next level. Because God is ready to use this generation to the next level. We are making it powerful that from today our children watasema na watasikilizwa. Our children wakikataa na itakuwa ni hivyo. Our children wakisema na kutakuwa. Watachukua nyadhifa za nchi. Watakuwa politician. Watakuwa business people. Watakuwa maengineer, maarchitecture. Watakuwa watu wa research. Watagundua mpaka madawa. Watagundua mpaka vitu vikubwa. Watatengeneza mpaka ndege. Watatengeneza vitu vikubwa. Hawatatumika kwa shetani, watatumika kwa sababu ya Mungu. Sema watoto wetu, watoto wetu, watoto wetu, majenzi na hata milenia, wote ambao ni wa nchi hii, sikia neno la Bwana. Kenya imewakubali. Kenya imewakubali. Kenya imewakubali. Sasa jensi wa take over. Watokee kwa barabara zote. Wa take over. Take over. Waambie take over now. Take over the economy. Take over the country. Take the country to the next level. Waende mpaka kwa milima. Wakatafute Mungu kule. Watakutana na Mungu kwenye milima. Vijana warudi kanisani. Watoke kwa shetani. Warudi kwa Yesu. Watoke kwa shetani. Waondoke kwa madawa ya kulevya. Waondoke kwa bangi. Waondoke kwa pombe. Saizi. Waanze kushikwa na morale ya kwenda kanisani. Waanze kuhubiri. Washike microphone. Washike microphone. Wengine waimbe nyimbo za kumtukuza Mungu. Wengine wakamhubiri Mungu. Kazi watakayoifanya iwe manufaa kwa Mungu. In Jesus' mighty name. You see, this is what they have been doing. Because nobody has been making this declaration. And because of that, what they do, they create frustration to create careless confessions. Hallelujah.
They create a lot of frustrations. Unakuta mtoto wako ameanza kuvuta bagi na ulimpeleka shule mzuri. Unakuta mtoto wako umempeleka mahali pazuri, anaanza kuvuta bagi. Mume wako ndio huyu akusikilizi, mke wako ndio huyu akusikilizi. People are not doing until we reach a point ya kuconfess kwa Mungu at where are you God? Where if truly God you exist, why am I going through all these things? Because they wanted you to have careless confessions so that they can attract you, they capture you and code you so that you are not able. But today we have cancelled all those careless confessions. Today we have cancelled any confession made by any man, made by my father, my mother, my grandmother, my grandfather, any confession they made in my absentia, and any confession made by any Kenya wherever they are, which is careless against God, I cancel it today under the altar that God has given to us, under the anointing that God has given to us. We cancel every careless conversation, every careless confession that has been made by church people, by Christians, by pastors, by bishops, by archbishops, by sheikhs, by whoever, by politicians. They have made careless confession that Kenya is not worthy, that Kenya is not a powerful nation, that Kenya cannot make it. I want to cancel any careless confession. I want to cancel any word, any conversation, any confession that was made by a politician, by Ruto the president, by the deputy president, by Wamonyoro, by a politician in Kenya, by the media people in Kenya, by the business people in Kenya, by all people of Kenya. Kenya is not a poor nation. Kenya is a rich nation. Wafanyi biashara, murudi kwa biashara yenu. Kenya is a great nation. Kenya si nchi ya kuporwa. Kenya pesa iko. Kenya ni ya matajiri. Sisi wote ni matajiri. Tuko na nguvu. Kenya ni nchi ya Mungu, iko na upawa, iko na kipawa, and we are Kenyans, the most powerful nation on earth. We are not going to confess any negative activity. We are not going to confess that we are losers. We are not going to confess that we are disturbed. We are not going to confess that our president is not a good president. We are going to turn him to become good whether he likes or not. He will not sell our country to anybody. For the time he will be in power, even if it is 2 days or 3 days or whatever years, we are going to cancel everything that he has done against Kenya. That we are going to propel him and command him and guide him for the term that is going to transit to bring a president that is a godly president. Now. Say now. Now. I command the presidency of the Republic of Kenya that nothing you will do that is not the wish of God. From today, any word will come from your mouth will be from God. You will not do anything negative. You will not fight anybody. You will not condemn anybody. You will not arrest anybody. You will not kill anybody. Because Kenya now has been handed over to God. And if you refuse to do so, you Kenya, if he refuses to do so, reject him. In the name of Jesus. Another thing, they create what we call greed. Hallelujah. We are in the hidden reasons that they use, what they use to cause whatever they cause in our lives. They will create greed. Hallelujah. You see this greed in politicians. You see this greed in business people. You see this greed in churches. You see this greed in young people. You see this greed. It is a maneuver by the devil, a maneuver by the witches to cause people to be greedy so that in the greediness they forget God. But today, Kenya, hear the word of God. Kenya, hear the word of God. Kenya, hear the word of God. That the spirit of greediness does not belong to Kenya. Does not belong to you. Anybody who is greedy, anybody who wants to eat more than others, anybody who wants to own more than others, from today, you Kenya reject them. You Kenya reject them. Let all Kenyans, you Kenya here,
Kenya, hear the word of God. You Kenyans are equal before the eyes of God. All Kenyans are your children. All Kenyans are called by your name. They are called Kenyans because you are Kenya. And you are rich. Provide to them, all of them, that may be prosper. In Kenya, I declare and decree there will be prosperity. Prosperity to everybody. Prosperity to everybody. Churches will grow. Businesses will grow. Families will grow. I confess today that Kenya is made of gold. In the mighty name of Jesus. Now, what do they use to target you? Bwana Yesu asifiwe sana. What do they use to target you? This is what I want to use now to nullify what they use. Number one, as I had told you, they will target blood covenants made through generations. They will target blood covenants. I've just mentioned blood and I had blood in my mouth. I've just had the blood itself in my mouth. Kubeta mimi niko kwenye hiyo blood covenant. They will target the blood covenant. Not only the blood covenant. Baba, give me high. Ya kale kaju, hizo high peke yake, hizo mbili. Increase a bit kidogo. Again. Thank you very much. They will target blood covenant made through generations. They will target the generation. They know you are good. You come to church. They know you're a pastor. They know you're an usher. They know you're a worshiper. But they know there is a weak link. They know you cannot be accessed because you are holy. You stay in church. You sleep in church. You eat church, you do church, you breathe church, everything is church. You are holy, you serve the pastor. You even pagusa the kiatu ya pastor every day. You come with the pastor when he's sweating. You are there to make sure the pastor is not sweating. You pagusa because of how holy you are. They know that. And they know through you they cannot be able to access. But they will go backward and they find that there is a generational blood altar. There is a generational blood covenant that was made. And through that altar, that generational that is in your blood, they will use it to access you. They will use it to access you. And how do they use it to access you? They will use it to access you through dreams that you dream. Hallelujah. You start dreaming with the people of home. You start dreaming with you going back to the village. You going to the school that you went when you were in primary school. When you start seeing dreams of you going back to the village, or dreaming with your grandmother, your grandfather, or the village that you came from, they are connecting you to the covenants, generational covenants. They are now holding you. They are now recruiting you. They are coding you with the generation so that they can be able to attack you. And once they access you through the dreams, then that's the end of you. You will not be able to rise up again. You will not be able to do. And these things, they will come when you are about to get into your breakthrough. When you're about to go to the United Kingdom, when you're about to go to the United States, when you're about to start your business, when you're about to be promoted for another level of your life, that is when now you start dreaming, seeing people that are in the village, seeing people that is your grandmother, your people who died long time ago. Do you see now you are back to the school that you went to when you were in nursery school? When you discover you see yourself in those schools, they are connecting you. Now this is a time you rise up and they cancel everything they are doing, because this is what they use to connect to. Every time they would approach their breakthrough, strange things will happen. Every time you approach your destiny, these strange things happen. The dreams will happen. Many things around you will happen. And this is just to steal the destiny. When you see those dreams, that's the time now they are stealing your destiny. They are converting your destiny. They are destroying your destiny because they have connected you to where you came from, with the poverty of your places you came from. They are connecting you to a Shosho who was a witch. They are connecting you to a Guka who was a witch. You are connecting to the Guka who was a Maumau who killed a lot of people. A Guka who was a Humugad who also killed the people. They are connecting you to a village called Kiangoma. You go to Kirinyaga, there is a village called Kiangoma. And you find there is PCA, Kiangoma PCA parish.
You find there is Kiangoma SK parish. You go there, there's Kiangoma Neno Evangelism Center, Kiangoma parish. And now you fail to understand how will you connect with God if you are a Kiangoma parish. You are coming from a ground, you are coming from a village associated with Ngoma. This is very powerful. They steal in the night. That's one way also they do so. They steal in the night. That is why we are here kukesha. Kuna mapepo ambayo hayawezi kuondoka mpaka ukesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Until you stay awake and watch them, as destroy them. Like these declarations we are making, we cannot make them in the day. We make now because there's a time they are making. I am destroying. By the time we get into 1, we will have destroyed everything. By the time we get into 1 to 15 there, we will have destroyed everything. We have made conversation, covenants, we have made agreement, and they will not be able, and code the nation, because at the end of the day, we are going to code this nation, and they will not be able to see it. We are going to code it, and once we code it, watu utaona mpaka wanasiasa Kenya, utaona wamechanganyikiwa. Hata siasa za Kenya zitabadilika. Because we have coded and we have sealed. Maana tumewakamata kwenye anga yao. Tumewakamata kwenye wakati wao. Hata ukiangalia huyu mchawi mmekaa karibu na, hebu angalia huyu neighbor uone, amekuwa confused. So they use nights to steal, to connect you and the dreams. And number 3, they use people closer to you. So the people who are closer to you need to monitor them very closely, because there are people that were sent to come and walk with you just to connect you to the other side. Just they want that connection. Amekuja, amepanda ndege, amekuja tu just to connect you. Ametoka South Africa just to connect you. Ametoka Mombasa just to connect you. Amekuwa rafiki yako just from nowhere. Mtu amekuwa rafiki yako na amekuwa rafiki wa karibu sana. Kumbe ni connection tu. They use people close to you. So whenever you have these people, when you're going to meet this person that is closer to you, jitakase kwa damu ya Yesu Kristo. Mmefanya declaration, ninaenda kukutana na Rogoro, and if Rogoro ako na kitu chochote cha kishetani, kisihame kutoka kwake kikuja kwangu. Kikijaribu kutoka kirudi kwake. Kijaribu kukuja kirudi kwake. Ainajizingira na moto wa Roho Mtakatifu, na kisha mwili wangu wote unawaka moto. Mwili wangu unawaka moto. Una declare mwili wako wakane mwake. Ukienda kukutana na yeye, achomeke atoroke. Achomeke atoroke. Akienda kukuja karibu, achomeke atoroke. You declare to your body. You declare so that any person coming across you, hata kama ni biashara, hata kama ni kwa mtaa, ati ukitoka nyumbani useme, mkono wangu najua utakusalimia watu wengi, lakini wewe na kuweka moto. Ukishika mtu hivi anawaka moto. Bwana Yesu, si kutembea sasa ovyo ovyo. Don't move around hapa ovyo ovyo. Tembea mpaka wewe mkono wewe igwe kigo kia Ngai. Wathi wanyita na kimudomoka keu kichomeke moto, kimudomoka keu kichomeke moto. Ukifanya biashara mtu anakuja na kusalimia, achomeke moto. Mtu yote mayako na hila mbaya, achomeke moto. Ukitembea wewe mwenyewe ni moto, watu wanachomeka. Watu wanakuzungumzia. Ukitoa sauti yako, watu wanachomeka. Ukue kiberiti. Yes. From today ukue nini? Kiberiti. Mahali popote utaenda unawakisha moto. Mahali popote utakanyagisha miguu yako, hata ndani ya choo ukipupu moto inawaka. Yes. Unajua choo ndio wanaharibiaga destiny. Unajua hamjui. Unajua natajaga choo, mnaanza kuuliza, kwani huyu pastor anaongeaga mambo ya choo tu? Yes. Because I know ile choo ndio altar ya kupiga hapa. Pale wakienda kule, wakikalia hiyo sahani, akipupu anaitaga Charity, anakumeza. Akikumeza anakukunia, alafu anakuflash. You go, they flash you spiritually. You go, you lose everything. Unaingia church, badala ya kuja kusikiliza unalala, because you have been flashed. Choo ile ukienda kukalia inene. Kalia tu hapo, uinene. Hapo ndio wanaficha vitu zote. Hapo ndio wanaendaga, unaonaga mtu amekuja, kitu ya kwanza ni kuingia kwa choo. Si ati yako na makojo, kuna kuku ametoka, mbona angekojoa ama angekunia. Si anakuja hapo ndio awache mapepo yake huko, akuje. Anakuja anakaa na ngoja mpaka wakati wa deliverance. Sasa hiyo ndio unaona tena amechomoka. Unaona wakati wa deliverance, unaona watu wanakimbia kwa choo. Niko kwa yaka muligori woka kalutewera. Choo ni muhimu sana katika maisha yako. Choo
ni muhimu sana. Choo ni muhimu, ndio inatumika na wachawi kuflash. Anaenda huko anakumeza, anaweza kukunywa maji unafikia ni mayala anywa na nishaletea ranywa. Akienda pale anamkojoa mpaka anachimba kashimo. Anaenda. Mwehoge muno. Choo kienda huko atabeba katumaji, unaenda unaitakasa kwanza. Ndio unaonaga Waislamu wanaendaga na maji kuoga, naosha. Na naosha huko chini. Because wanajua mapepo inakaaga hapo. Mapepo haipendagi mahali pasafi, inapendanga mahali pana uchafu. Ndio unaona wanakuja wanakunia kado. Na mwingine unaona hii si mavi ya kukunia, ni mtu alibeba akamwaga. Yes. Sasa tajira mtu akueta kimai kumena kuwode okay goita kioro. Na akuwa au magarini au matatoini. Amekuja tu kumwaga. Ni connection, anajaribu kuconnect. Nizo mapepo naambia wanatumango from far and wide. Specifically go to Kenya in a particular church. Wanatumwa wanaambiwa mpaka address ya mahali fulani. Go to Kenya, there is a pastor there mwenye anataka kuharibu kazi zetu. Wanakuja na wanalocate na anakuja na anakuwa mtu mkubwa kanisani. Ametumwa mpaka na pesa. Anakuja na anafanya kazi. Anafanya mambo 2-3 days amemaliza ameenda. Wamesema wamecrack because they want just to leak. Wakipata ka leakage kadogo wanakoga kanisa. Hii imeshindikana. Yeah, si hata nyinyi mmejaribu mmeshindwa. Yes, mmejaribu mmeshindwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So through these dreams and spiritual indicators where they repeatedly do these things so that you can lose. And what they use, ukianza kuota tena in the dreams, uanze kuona unapoteza bag. Ukiona you lose bag yako, ujue they are connecting you. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 2, if you lose your shoe, you dream losing your shoe, you are losing it. Ukidream kiatu yako ikipotea, kuna connection, they are connecting you. They have already connected you. Ukiona kiatu imepotea, they have connected you. And also missing, unaona mkulikuwa na exam mlikuwa mnafanya lakini haukufanya, we have been connected. Umechukuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wamefaulu kukukamata. And also returning to their childhood village and also misplacing your money. If you dream misplacing your money, destiny imeenda. Wagapi wameota vitu hizo zote? Bagi ilipotea, kiatu imepotea, misplacing your money. Hebu inua mkono kama umeota kitu kama hiyo. Umejikuta kwa geshagi huko kwa geshagi. Inua mkono tu. Yesu mnaona sasa. Hebu niambie story ya kazi yako. Hebu niambie kama kazi yako inafanyaga kazi. Haifanyagi because they took it away. Ukiota bagi inapotea, uote pesa inapotea, uote kiatu inapotea, uote umejikuta kwa geshagi, uote ukifanya exam lakini haukufanya hiyo exam, destiny imeenda. Sasa nasikia sasa shidwe katika jina, shidwe. Ilienda. Ilienda kabla wao ujue inashidagwa. You need to reconnect. That one will be doing that on Sunday. Sunday ndio utafanya reconnection, the 7th day of the mwezi wa 12. Sunday ukuje prepared with hata ukipata mchanga ya kwenu, ukipata nini, what you want to be reconnected, kama ni kazi, what you want to be reconnected, na ukuje na dhabihu uone venye tutafanya na maneno venye itabadilika. Alafu ukiota tena walking naked. Hallelujah. Unajiona you are walking naked. Wagapi washaiota wakitembea uchi? Hiyo mtaanza kukataa, hamjafanya, lakini I can see most of you msha walk naked. Hallelujah. It is also an indication umetolewa kila kitu ya naked. Washachukua. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya leo ni kali. Si ndio? That is what I'm trying to say is that destinies are exchanged in dreams. They don't need only to penetrate, to crack into your dream na wakuigie. Those zinakuwa mapepo zinakuzungumzia. Yes, of course we have good dreams from God, but also we have bad dreams from the devil. Just to crack you, wakiigia uone hizo vitu zote. A destiny has been changed. That is why you lost it. Ulikuwa unaenda kazi kesho ukakosa. Ulikuwa unataka kuolewa na jamaa, already amekuduga mimba na amepotea. Uliona tu umepoteza kiatu. Kiatu peke yake, maneno yako ikaisha.
Ukaota ukirudi village, maneno yako ikaisha. Ukaota pesa yako imepotea, that is why you are poor until today. Umeopewa na kila pastor, they took your money. Sijui kama mnanielewa. Mnanielewa lakini? Others also they they attack you through talking. Hivi tunaongea. Kuongea na mtu hata kwa simu. Kuna kisichana kisista kyako ama kibrother kyako mnapigananga, kinahitaji tu kukupigia simu, kina kuattack through the phone. Mkiongea tu conversation, hiyo conversation ameshakushika. Kuna mama yako anakuwa mbaya mchawi, ukipotea uongei na yeye umefuga, atatafuta kanamba kingine ya kupigia, asikie tu useme hello, that is it, amekuconnect back kwa territory yake. Bwana Yesu sio sana. So hata simu unaitakasa, unaiambia wewe dhimo, wewe wake moto watakapopiga, yeyote atakayepiga akiwa na nia ya kunichanganya, awachomeke moto, achomeke. Ola papa. Ola kaka. Baba sinisikie. Father ni akosho. Everything you have, life is spiritual. Hata this watch can be a connector. Tunatumiaga hii watch, tunaweka irisi hapa. Tukifanya hivi watu wote wanaaguka. Tunatumiaga pete, inaagusha mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa napenda huyu mama anamwambia, uliuma mimi. Ninamweka pete. Kumbe ni ya kutoka kuzimu. Nishamkamata. Bwana Yesu asifiwe sana. The gifts that are sent to us, they will lead you uingie kwa shetani bila kujua. The gifts, they use gifts. Wanakuletea gifts ambazo zimefanywa madhabahu kule, unaletewa. Ndio tunaonanga tunasemaga, ukileta gift ya Dora Waroige, hata kama ni Mungu amekusaidia, amekupatia tumatunda uniletee, kanyama uniletee, tumaziwa uniletee, tafadhali wekelea tu hapa. Usingangane ati uniletee kule ndani, hakuna mtu anakuchukia. Iletelea tu hapa. Kwa sababu hii ni madhabahu tumeinua. Kama kuna madhabahu iko ndani ya hiyo kitu, igoganie hapa kabla Dora kule. Bwana Yesu, Dora anaweza kukula kama tuta tu kamoja tu. Kai, modaka. Mnasita ni nini lifanyika? Nega tu daka moja. Siko ubaya. I love you guys. Nileteni vitu zenu zote. Ndio hata mimi naachiliaga baraka. I love you guys. But ukikuja waambie wekelee hapa, usipishane. There is a reason for that. Hallelujah. Ni protect also. Ni protect kwa sababu wewe ulinunua matunda. Ugolideko. Doko. Makoletio no. Makoletio no. Ni modo wa devotion pagirire. Wediri nyina. Nigetha gore mugoda. Nwanyita. So tutakaze kila kitu tunafanya. Hata nguo. Ukiniletea nguo nitaiweka kwa madhabahu. Kwanza, kwa sababu imetoka wapi? Wewe ni mzuri, wewe ujui aliyetengeneza. Mbona mimi imenikuta hii nguo? Mbona imenikuta? Mbona haikwenda kwa mtu mwingine? It was directed in the spiritual realm, imeandikwa jina yangu. That is why it was able to locate me. So why was it directed to me to locate me? Why was it given a name? Maybe ilipatiana kuzimu, ikaandikwa Waroige kule kuzimu na ikatengenezwa kuzimu. Sasa imetumika, wewe umekuja umeinunua, unataka blessings, afadhali blessing unaniletea ya kuzimu, unaniconnect kuzimu. Sasa mimi utakuwaga mkifikiria, mnaonaga mimi ni mtu mzuri, mimi nafanya vituko hapa, kumbe ni connected. Ile nguo nikifaa, unaona venye nilikuwa nakichangamuka, kumbe ni kuzimu mnanichangamsha kuzimu. Na aliye niroga ni nani? Ni huyu. Alitumika akaniletea nguo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisemi msiniletee nguo, mniletee. Tuko na madhabahu strong hapa. Tunawekeleaga hapa. Hata peremede, hata ile ya kumumunyo inaitwa aje? Hii ingine ya kumumunyo. Hapana. Chocolate. Ukipata ka chocolate, nakulaga chocolate. Niletee chocolate. Lakini tutaiwekelea wapi? Sasa ukiona nikiwekelea hapa usisikie vibaya. Nikuegitira. Nikulinda. Hata ukikuwa girlfriend yangu. Sasa tuende tuseme tumeenda mahali. Lazima nitakutakasa. Yes sir. Sasa 7 dakika moja. Thank you. Acha tumalizie hapa. We are within time. Sasa 7 mpaka saa 8. When nitakutakasa. Hallelujah. Nitasema kai.
Naona mtu akiangalia atatakasaga aje. Niko na moto. Nilisema wakisha moto kwa mwili yako. Weka moto kwa mwili. Wakionana na kimama kama hiki, ukikutana nacho, mapepo yake yote inachomeka, kinakutoroka. Nikiona kama mtu ni mwao takoje kila. Tatakuja na hata mimi nakuwa willing to be raped. Nakuja tu na mama kama huyu niko willing to be raped. Lakini I know nimejiweka bomu ndani yangu. Nikikuja kwa huyo mama anachomeka, ujuagi akienda. Akila kada kweta ndo dadanoga. Akisha moto wacha kukwale kalega hivi. Maana mtu anaitwa Abrahamu alijua mimi napatiana mama, lakini mama sijampatiana. Ninapatiana lakini sijapatiana. Na akaachilia bibi na akaenda, lakini alikuwa ameshika bibi, amekod. Musa akienda huko akaona kama mama karebo, maana huyo mama Sara alikuwa mrebo. Musa akaenda ni Abimeleki ama ni nani? Ni Abimeleki ama ni yule mwingine? Na Isaka ni nani alikuwa? Bibi ya Isaka? Ni nani alipatiana kwa both the two son and the father? They did the same thing. Sasa Sara alienda kwa Abimeleki. Abimeleki shokia mukawe wene. Amenyirieta ni mukawene. Alijuaje? Na niki mukona wana muigi ugore. Mukorogo na wana muigi ugore niki. Gida ke mudurume gega kuhegesha na ukahegesheka. Weka moto ndani yako. Meria mwakire ni waku. Ateke modege yoka kikorokia mubuto kama shini kakahora. Inazima. Mzee alijaribu mpaka kaita wagaga. Wakamwambia wewe. Huyu ji wako, rudisha huyu bibi ni ya wenyewe. Maana Abrahamu aliweka dawa ndani ya mama. Mama alipofika kwa mfalme akamwambia teremsha, maana hangekataa akateremsha. Akanyakambia lala vizuri, akapakwa tu mafuta vizuri. Akaenda mzee kujitayarisha kwenda kuruka juu kama mwidhikiri wa koya. Akakuta hakuna kitu kinafanya kazi. You have the power. Mwambie mwenzako kuna power. Una power ya kuzima na kanazimika. Teo tidoke makia timudhuri wa kunera umaja. Switch off. Nawekele mhuko. Switch. Na uwele. Wacha kutishika ti bwana yangu anaedaga ije. Wacha hata maombi. Unaomba maombi ya nini switch? Zima hiyo mashini. Ataenda ije inazima. Akitoka tu inawaka. Akienda inazima. Akitoka mpaka anaenda kwa muganga na abio rudi kwa bibi yako. Because you have the power to declare. You have the power to say as it is. You have the power to make covenants. You have the power to make declaration. Now whatever you declare, no demon can have access. Whatever you seal, no demon has the access. Whatever you say, it will be as he said. Because you have the power. Tell your neighbor, I have the power. Mwagalie kwa macho na mwagalie kodokodo. I have the power. Mwambie nijaribu. Mwambie najuaga wewe ni mchawi, nijaribu. Yes, nejoe no wewe kani ya maoto. Huko motigo totoria. How do you know? Unawezaje kujua wamekuattack? How do you know? Huyu mtu amekuja tu mmeongea na yeye. And how do you know amekuattack? If you talk with me na usikie ka weakness. Usikie ni kama umesikia vibaya. Usikie ki weakness fulani, ujue umegogwa. Huyo mtu purposely alikuwa amekuja amekugoga. Already ashagotamura. Number 2, you become a little bit confused. Mnaongea tu na mtu ni mgeni ama mtu anakuja ama sasa huyu Florence amekuja amenisalimia na ninaanza kusikia madisi confusion, kama ni video ni kama ni drama. Ashanigoga. That is how you know wamekukamata. Another thing, you become tired all of a sudden. You just become tired. O hivyo tu unaanza kusikia kuchoka mpaka unaanza kuenogora. Noko nani waje kuumia miu. Mudosho timwega harika udwa enako watarikega. Yes, muherere na ure. And also you feel empty. You just feel empty. Mkio mnaongea na mtu mlienda out pale unaanza kusikia ni mdemu ni mzuri ni kama Charity. Unaona Charity venye kiko ni kimurebo. Tunaenda kule kwa hoteli na tukikunywa tu chai unaanza kusikia empty.
mpaka maneno. Unaisha kuwa na mtu unakosa maneno ya kuongea na yeye. Unasikia uko dry, maneno imepotea. Ni kwa sababu hiyo mtu kuna kitu ako nayo baya. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo ni mchawi. Sasa that is how I'm just training you to identify wachawi wa hii kanisa. Hebu kumbuka, si unakumbuka yule? Si unasikia? Si unasikia? Ndio hao. Kama kuna mama mwingine alienda hapa, sijui alikuwa ameenda Pumwani. Kufika tu Pumwani alikutana na mtu akaanguka chini. Ilibidi awanipigie simu. Nikamwombea akafufuka. Sababu alikutana na mtu mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kukutana na mtu unaanza kusikia kisugusugu. Unakutana na shetani. Ni shetani iko ndani yako na amekuja kukumbaliza. Also the other thing that you feel sad. Unakutana una feel sad. Badala ukuje hapa ufurahie, badala ukuje hapa usikie vizuri, u feel sad. Unasikia sasa umeanza kukasirika. Makasiriko haina maana. Na ukitoka hapo ukienda unakutana na yule watchman. Unaona yule watchman? Mimi ni CEO na una feel sad. Ukikutana na watchman pale unasikia ni kama mnaweza kwenda naye kwa room. Ukaigwa kenete ushaka mukete, ukaigwa ni amwenda, au yani ukaigwa gekeno, ginyogasho kama huko ka 50 kale gote uma nako kama negera. Na CEO ukaigwa is sad because the CEO is not good. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. And the lastly but not least, you become mentally drained. Mentally unaanza kusikia mentality yako imekuwa drained. Unachoka, unasikia draigwa. I'm not feeling that meeting. I'm not feeling that tea. Yani nasikia draigwa kiu. Wangapi wamewahi kusikia hizo mavitu zote nimetaja? Hallelujah. I hope si mimi nilikufanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Did you know that some people carry altars themselves? Their mouth is an altar. Their mouth, their eyes are altars. Because atakuangalia hivi, mtoto wako anaangalia mtoto wako anagojeka. Kuangalia tu mtoto hivi anagojeka. Unasikia mtoto ameanza kuwa na mapibos huko. Aduageze mego ulimi. Wale watu wanaita kwa edhaga. Akinena tu mdomo anene kwa ulimi yake, it's an altar. Anakuta mtoto anakufa. Akikuja uzae mtoto, kuna watu tulikuwa tunasikia, unajua huyo mama ni muedhaga. Mtoto wako akizaliwa unamficha chini ya kitanda. Akikuja ukisikia anakuja unampeleka chini ya kitanda. Sasa ubaya katoto katalia kakiwa chini ya nini? Na ulikuwa umesema hakako. Sasa huyo unaendaga unamkuta kabla haingie kwa nyumba, unamwambia nyina ngani ona toko guthiaga na ndokire seri toko thiana wakora tukiuma na niguo tukwagite tuthi unginye na nigetha umweherie kwe mwana umutware kure muno. Bwana Yesu asifiwe sana. Others they have covenant in their smiles. The smile. There are people who have covenants in the smile. Na smile but I'm not smiling. I'm releasing something. I'm not smiling. Na unaona tu nikicheka hapa. Kuna watu kanisa hii na wajua, hata nyinyi mnawajua. Anajifanya nikicheka, anasema nikismile ni friendly, lakini ni nyoka. Ni nyoka. Huyo mtu the next minute venye atakufanya. Tidoge. No, smile ile akwa ni madhani ya gasha. How are you? How was your weekend? I can say you have a nice najere jaga na niko kunina lako nina amekumaliza bwana, not everybody who smile is smiling. Angalia smile yake, uangalia frequency ya kuchange, maana ile smile ya kutengeneza natural inakaaga inaishaka naturally, lakini hii utaona ni predictable. Utaona frequency ulialeka kwa gija tumago agaye kasa mago ukona koga kona nitagire nitanyau wadhani yagosho. Tusimame kwa miguu yetu sasa. Hapa ni wewe una make hii conversion. Do you have another candle? Candles or another candle? Candles tuko nazo kweli? Wale watu wanakanga na access ya kwangu. Unajua hapa kuna watu wako na access ya kwangu. Iko gapi? Lete moja tu, nataka moja. Nataka tuwakishe kado hapa. Ndio tuwakishe Kenya moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Between 1 and 2. 1 ndio wana mention names. Between 1
and the 2. That is the time they mention your name. They bring you in a mirror. Wanakuleta in a mirror. Sasa hapo katika hiyo mirror wanakuleta, wanakuona. Wakikuona sasa hapo ndio wanakuswitch. Wanakutoa from Yerunda, wanakupeleka Mukuru. Wanakutoa kwenye biashara, wanakufanya chokora. In the mirror between 1 and 2. And now we are within 1, we are heading 2. Saizi ndio wanajaribu kufanya hivyo. So I'm going to light this. And now after this, after I've lit this, sasa wewe utaingia into deep prayers. Wewe mwenyewe ukaanza ushike majina ya watoto wako, watoto wenu, your mother, whoever that you think destiny imeweza kuchukuliwa. Na katika hapa kanisani, kuja sense, na katika hapa kanisani, kanisa iliibiwa, inaweza kuwa imechukuliwa, tuirudishe. Biashara yako ilichukuliwa, tuirudishe. You mention names, you mention. Na wale wamekuroga, you mention name. Kama kuna mtu na suspect ndiye alifanya maneno yako, unamumention jina yake, unamwambia wewe Wajiko, na cancel chochote ulifanya. I destroy every covenant you made against me. I destroy every word that you spoke against me. Unamumention name. Hata kama ni mama yako, ni shosho yako, whoever they are. Kama ni itora yako anyune lole kuohete. You mention that name. Between now mpaka saa 8 sharp, you mention every name that you know could be a hindrance, and also you mention every name that you want to be retrieved from kwa devil. Kama ni mtoto wako na mention, kama ni mama yako na mention, kama ni biashara yako na mention, kama ni gari yako na mention. You mention names, you mention, and you make declaration upon those names. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyosheni mikono yenu hapa. Me, I'm that open. And that is my life. Kama umesikia nimeongea vibaya, enda kwako, acha na mimi. Lazima niulize, bana huyu mudu toyo nikigogona ndirakia. Lakini kumuraga gumuraga. Bakora yuma waganule na mumaliza. Lazima nimuulize aniambie ukweli. Kama ule ni Safira na Anania. Asiposema ukweli utasikia hiyo kitu alikuwa anafanya itajikuja. Kama alikuwa na mwanamke, hiyo kajualinga yake itafugwa. That is nima ni demogogoni. Umenielewa? Mimi ni mogogoni. And these things I do, I know what the consequences of these things. Because now we are cancelling so many things. Alafu yeye ni mchawi na amesimama kwenye madhabahu. Nasikia mwingine mnasema hii ni bao. Kuja hapa fanya hiyo maneno yako kwa hii bao. Uone venye itakufanya. Ndio utajua si bao. Baba, katika jina la Yesu Kristo, we thank you, we give you glory. Ninashukuru. Ninapohakisha kando hii Baba, ninahakishia hawa watoto moto mpya. Ati ya kwamba they are entering into a covenant, into a fire covenant, that from today their body will be covered by the fire. Their businesses will be covered by fire. Their families will be covered by the fire. The fire of the Holy Ghost. The fire that will consume any demonic powers, any demonic altars, any demonic conversation, any demonic authorities in their life, that from today they have been set free. I enclose them into the boundary, and I light fire and put a hedge of fire around them, that whatever they are in, whether they are children, their business, their land, whatever they own, whatever they are, whatever in their ministry they are, that I have put a hedge of fire, that no demon, no powers of darkness, no forces of darkness that will be able to touch them anymore now. That all demonic, wachawi wote watachomeka kutoka sasa, waganga na ihirisi zao zitachomeka kutoka sasa, madhabahu ya wachawi yote itasambaratika na itachomeka kutoka sasa, madhabahu yaliyoinuliwa kinyume na kanisa hii yanaenda kuchomeka na kutekeleza. Wachawi walio ndani ya nyumba hii wamekamatika, wamechomeka, hirizi zao zimechomeka. Walioturoga kwa majina, waliotaja majina yetu, waliotaja majina ya Wasami, majina ya Dan, majina ya Susi, majina ya watoto wangu wote, na wataja katika jina la Yesu Kristo. Nataja the synagogue, the Crusaders for Christ, the Besima, the Bethel, wote organization zote ambazo zinafanya Prime Capital Africa, zote na kamata na zitangazia ushindi, na tangazia mwili wangu ushindi, manguo zangu zote naziweka moto, madhabahu hii naiweka moto, microphone hii naiweka moto, na kisha moto katika jina la Yesu Kristo. Every demonic agenda, you demonic altars, you witches, covenants, you are powerless. You have no room
nyinyi mmekosa nguvu. Nakosesha miguu yenu nguvu. Nakosesha any agreement mlifanya katika jina la Yesu Kristo. Sasa tuseme katika yule mwadhani Victoria kulia muro Ithe witũ ũrĩ igũrũ, 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 Baba ndakwambararia ndagucokeria Ngai ngatho ndakwambararia oro ringi gutire Ngai ungi uhiana tawe na gutire Ngai ungi gananio nawe ndarugama mbere yaku Baba tondu ithaa riri niguo ngoma athondekete thoko ya kwendia destiny cia andu ithaa riri niguo mahaririirie kwenja gucenjania destiny ithaa riri niguo mabangite kwendia bururi uyu witu ithaa riri niguo mabangite kwendia ciana citu ithaa riri niguo mabangite kwendia atumia itu na athuri aitu ithaa riri niguo mabangite kwendia makanitha maitu ithaa riri niguo mabangite kwendia thogore mwanya mwanya ithaa riri niguo mabangite guita thakame ithaa riri niguo maraita thakame niguo maretia thakame ria marenda gwitia ya mwaka uyu wothe utororete ithaa riri niguo mathiete mari thoko-ini Ngai na ehuri a thoko nene thoko yothe mehacokanĩrĩirie na majaji mao na thigari ciao na itoka ciao na athamaki yao meharĩrĩirie nĩgetha manjie thũgũrĩ ici no mũthĩ ũyũ Baba ũtorĩa ũnjĩrire njĩke Baba nĩ ndoka mbere yaku ndambararia moko maya makwa na igũrũ nĩ njũĩ ndirĩ mwagĩrĩru wa kũruta igongona rĩrĩ no reke ndĩrĩrute Baba tondũ nĩ wanjĩtĩkĩria kũrĩruta ndakeria bũrũri ũyũ witũ mwaki ndakeria kanitha ĩno mwaki ndakeria ciana citũ mwaki ndakeria Baba magongona mothe mwaki atĩ kuma ũmũthĩ thũgũrĩ ciothe cikũbangĩtwo cituĩke cia kũharagana cituĩke cia kũhĩa cituĩke cia kwaga kũrũgama nĩ ndaharagania itoka oro ciothe na mĩbango o yothe ngoma athondekete maũndũ mothe maraharĩrĩirio bũrũri ũyũ witũ magongona ma lesbian magongona ma game magongona ma rogi magongona ma Freemason magongona mothe ma Illuminati magongona maria maiyaga destiny umuthi ugutire destiny ekuyo ringi mweri uyu gutire destiny ekuyo ringi mwaka utararora Baba gutire destiny ekuyo ringi Kenya ni yacoka destiny ni yao ciana ici ni ciacoka destiny ni yao andu othe ni macoka destiny ni yao ahuri a biashara me destiny ni yao Baba andu othe Baba Kenya guthe ni matuika macoka destiny ni yao kirathimo gia bururi uyu Baba githere
githereme githie Afrika na githie thĩ yothe Ngai ciana ici cirathimwo cithoke na citereme baba wĩra wa moko mao marathimwo kũrĩa magĩkinyithia makinya mao makarathimwo kanua kao gakaratha magetĩkĩrĩka kũrĩa guothe magathiĩ magĩe na favor yaku na magĩe na favor ya andũ mabũrũri marĩa mothe megũthiĩ baba metĩkĩrĩke arĩa marenda kumagara maumagare arĩa maracaria visa mone visa arĩa maracaria mbeca mone mbeca arĩa maracaria ũtonga mone ũtonga arĩa maracaria ministry mone ministry arĩa maracaria irathimo mone irathimo baba mangĩrotherema ciana ciao iretheme ciana ciao ithereme mĩtugo yao ithereme nyũmba ciao ithereme maũndũ mao mothe mathereme thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩndamakĩria mwaki nĩndamakĩria mwaki nĩndamakĩria tawa tawa waku nĩ ũmũrĩke ndamakĩria kĩrũmũrĩ nĩndamakĩria kĩmũrĩ nĩndakĩria biacara ciao kĩmũrĩ gĩa kane matha kĩmũrĩ gĩa kane mamũrĩkĩrwo nĩ thĩ njĩra ciao imũrĩkĩrwo barabara ciao imũrĩkĩrwo nyũmba ciao imũrĩkĩrwo biacara ciao imũrĩkĩrwo mwanekanĩrwo nĩ Ngai kũrĩa guothe mũrĩthiaga mukona hinya wa Ngai uria wothe murikaga mukona hinya wa Ngai atuĩke wa kũmwĩtĩkĩra andũ mamwĩtĩkĩre thĩno emwĩtĩkĩre tĩri ũmwĩtĩkĩre kĩgongona kĩmwĩtĩkĩre mwaki wa Ngai wakane ngoro-inĩ cianyu mũgĩe na mwaki wa Ngai ngoro-inĩ cianyu mũgĩe na mwaki wa Ngai aromũtongoria Ngai aromũtheremia Mungu awaongoze moto ya Mungu yoke iwake tena katika jina la Yesu Kristo. May the favor of God be upon you. Any business that you are planning to do, go and do it because you have recaptured the destiny. Tumeingia mpaka kwa store zao, tumeingia mpaka kwenye soko zao, tumeingia mpaka kule walikuwa wamefanya covenant. Mother, tumeingia mpaka kwenye kule walikuwa wamefanya covenant. Tumeingia kwenye mipango yao, kwenye mapango yao, kwenye mastore zao. Tumeingia, tunapenya kwenye store kule walikuwa wamefunga. Tumevunja minyororo, tumevunja makufuri, tumevunja kila kitu. Njia zozote walizotumia, kama ni maneno walitumia, kama ni mipango walitumia, kama ni damu walitumia, every covenant walitumika, zote tunakamata, tunapenya ndani yao, tunaingia kwenye makabadhi yao, tunavunja makabadhi yao, tunavunja njia zao. Tunatangaza kutoka sasa, chochote ambacho walikuwa wamekiweka ambacho ni destiny kwenye makabadhi yao, kwenye territory zao, tunapenya kwenye territory, tunaingia ndani ya territory zao, tunaingia kwenye mapango zao, tunavunja hizo territory. We take back our covenants, we take back our altars, we take back our altars. Tunachukua baraka zetu, baraka za watoto zetu, baraka za wake wetu, baraka za waume wetu, baraka za kanisa, baraka za nchi yetu, baraka za taifa letu, baraka za wanasiasa, baraka za wanabiashara, baraka za nchi, mpaka wote wa Kenya, kutoka north mpaka south, kutoka east mpaka west. Ninazingira mpaka wa Kenya. Kenya haitachukuliwa na Wasomalia. Kenya haitachukuliwa na dini la Kiislamu. Kenya ni nchi ya Mungu. Kenya ni tabaka la Mungu. Kenya ni nchi iliyobarikiwa. Haitaibiwa, haitachukuliwa. Tumekamata Kenya. Vitambulisho ambavyo vimepatiwa watu ambao si Kenya vifanyike maji, vifanyike hewa. Hawatafanya kura, hawatafanya maamuzi katika nchi ya Kenya. Ni nchi takatifu iliyo na ushindi wa Mungu. Mungu, umesikia ombi letu. Tumekuja kwenye koti lako. We are kneeling before you that you may hear our supplication. Father, as we've come before you, we are not very qualified. We are not very important. We are not very clean. But with you, we will make it. With you, your name will be glorified. In Jesus' name. In Jesus' name. So kila mtu jipeleke mbele za Mungu. You may find mnaweza kuja hapa kwenye madhabahu. You may kneel where you are. You may stand up. You may sleep. Utaona vizuri the way to communicate with your God. Now mention anything and everything. And then we have Mother come here. You mention everything and anything that
that you want to be delivered from the hands of the devil, that you want to be delivered. Ile kitu yote unajua destiny yako destiny yake inaweza kuwa imeibebwa, destiny yako inaweza kuwa imebebwa, kama ni huduma, kama ni biashara, watoto wenu, mama yako, baba yako, whatever it is, you mention them by names and retrieve them. You mention by what? By name and retrieve. Not only mentioning by name, Jakiria Tawa, not only by name, but by also retrieving them. You just don't mention and not retrieve them. You mention and retrieve them. Una mention mpaka wahubiri, we retrieve them. To mention wanasiasa, we retrieve them. To mention wanabiashara, we retrieve them. Kila kitu, we retrieve them. In Jesus' name. So, Jakiria mwadhani wakwa. So, thank you. I don't know Dolly Morano. Inua mikono yako juu unapojitayarisha. Mwambie Mungu nisaidie. Sema Mungu nisaidie. Niweze kupata upenyo na kuelewa jinsi unavyotaka. Za hawa ndio wataimba, wewe hautaimba. Tafuta namna ya kucommunicate na Mungu. Tutamaliza saa 8 na dakika 15. Kuria thusi yakwa itetereire nidakuhoya urakie muraika gikinya kuu ngoro makomete ngoro-ini yakwa yageio nyũmba yaku wakire na thĩna ũrigicĩirio nĩ ũragani nawe wakire ũgwate kĩhoto waragie kiugo gĩkahotana nĩwaroire mbara yarĩ hinya athamaki a thĩ magĩgwĩtigĩra ona harĩ Ngai no hega kĩgongona-inĩ no hega ona ithuĩ nĩtwĩire kĩgongona-inĩ no hega no hega no hega kĩgongona-inĩ no hega no hega no hega kĩgongona-inĩ no hega harĩ Ngai no hega kĩgongona-inĩ no hega ona ithuĩ nĩtwĩire kĩgongona-inĩ no hega. Thank you. Baba nĩtwagũcokeria ngatho. Nĩndetia ciana ciakwa ciothe cia kĩroho na cia mwĩrĩ. Nĩndetia ariũ a maitũ na arĩa a maitũ. Nĩndetia othe Baba na marĩtwa mao. Kĩgongona gĩakwa, mawĩra makwa ndameta na marĩtwa mao. Baba maũndũ marĩa mothe ngoretwo ngĩka kana ngoretwo ngĩrirĩria gũkorwo ngĩka, ona crusade na mĩcemanio ya karavani ciothe ndaciĩta na marĩtwa Ngai. Nĩndetia mbeca, nĩndetia mũtonga, nĩndetia maũndũ mothe marĩa matwaranaga na kĩgongona gĩaku Ngai, matharaita mothe na mathaga mothe ma kĩgongona. Reke matuĩke ma gũtuma thutha na magũkorwo hamwe na ithuĩ, na maroho marĩa mothe tũkoretwo tũrĩ namo matumĩte thutha ma maithe, maroho ma kĩmathi, maroho ma mathenge, maroho ma itotia na mandore manakorwo mau-inĩ marĩa matũmaga tũkorwo tũgĩita thakame kana tũkĩrũa. Baba maroho macio reke mahurũke, reke ithuĩ tuoerere ũtungata ũcio marĩ naguo na tũrĩkie njĩra iria ciothe. Tuoya maroho marĩa mothe, roho warĩ na kĩmathi, roho warĩ na mathenge, ona roho warĩ na andũ othe mau, roho warĩ na warũingĩ, ona roho warĩ na arĩa othe marũire mau Ngai, ona arĩa manatongoria na matongoririe marĩ thĩinĩ wa wega-inĩ waku, marĩ ahunjia, marĩ ahũri a biacara, marĩ andũ a itũũra na andũ a matũũra. Baba maroho macio marĩ mega marĩa mathamakaga na njĩra njega, maroho macio reke Baba andũ acio mahurũke, na nĩtuoya maroho macio, nĩtuoya njĩra ciao, nĩtuoya maũndũ mao mothe, reke tũrĩkie thabarĩ ĩyo mambĩrĩirie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, amen. Sasa simameni tu, kujeni hapa nyote, just come in front. This hour ndio walikuwa wameingia into the market to trade our destinies, but we have cancelled any destiny
yetu. Hakuna mtu atafanya nini? Ataiba. Shika wewe, patia watu. Chukua kamoja sikule bili. Jali ule kama tu. Okay. Hedi moyo. Omehe. Mame. Atiasha. Ai. Lokia na niko heishi. Ni wale tolea Yesu. Tukihia dogo. Nataka farakisheni ndio tusimame saa 8 kamili. Na wewe mtu wa Bubusera kwa wapi? Tutaipiga Bubusera mara 7 kusamanisha. We have made a covenant. Nani utaweza? Utafanya covenant na Mungu. Na vitu zote ambazo walikuwa nataka kutunyang'anya. Kama ni mtoto wako alikuwa ameibiwa, amerudi. Kama ni bwana yako amerudi. Biashara yako imerudi. Kila kitu ambacho kilipotea, Mungu amekirudisha. Na utakuwa ukitembea ukiwa na ujasiri. Na wale waganga na wachai walikuwa hapa, wamekamatwa. Wamekamatwa. Hawana nguvu. Kutoka leo, zile vitu mlikuwa mnasikia mavitu mingi, mtasikia sasa wao ndio wanaanza kuona mabaya. Sisi tumebarikiwa. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Na madhabahu sasa itashine. Kenya itashine. Hallelujah. Mtaona an excess love amongst ourselves. Upendo ambao hujaiuona. Yes. Mtu wa kamera kuja tu hata wewe uchukue hii. Hata wale wengine, mrasta kwa wapi? Yuko hapa. Ita huyo msichana wa huko ndani. Tukuje tushare pamoja, maana this is very special for your life. Mwaka mzima ambao tunaenda kuingia. Kamuchawi katajaribu kujishikilia. Kuna watu utaona mliachana naye akaenda akakufa, maana alikuwa mchawi. Alikuwa amekuja kukuroga. Yes. We are declaring and decreeing. This is a no-go zone. Unaona mali unaandika kwa no smoking. This is a no-go zone. Dimo gereidito. Enda uleta gedito. Enda hebu leta gedito uone. Uone venye kitalipuliwa. Izimeisha. Tumekuwa wengi. Si ukibirie ni wako tengeneza. Ziko. Wapi? Wapi anajua wapi? Ni waini unataka kama ni vikobe. Si mnajua kwenye ziko. Na nikie mureda mwenera karibu ni hohega. Hohega. Ni nani hana mkate? Kila mtu akona mkate yule. Laiti kama mtu akukaa kwa kamera huko nyuma, hawatakagi kuonekana, wanasema nimehodete. Wagapi wanataka kusafiri mwaka huu? Mwaka ujao. Mtu anataka kusafiri mwaka ujao. Unataka kwenda wapi? Yes. Kutafuta mzee. Mzungu. Dulia makoro ko akwere mudu athungu makoma hiana ni andu aconi. Wewe unataka kutafuta mzungu ama unaenda kutafuta Mungu? Na wewe unaenda kutafuta mzungu? Na wewe unataka kwenda kutafuta mzungu? Biashara. Mzungu. Hata ni mzungu. Hata ni mzungu. Kwani si mingi? Si ni watu wangapi hawana kikobe? Kai, kama maigiate mumako. Weka basi, weka haraka. Na asense yenye mmeanza kukaribia hapo. Harakisha, imefika nini? Unatudireisha, please.
Kujeni hapa mchukue. Kujeni kimbieni haraka. Wale wenye wana kimbia hapa uchukua. Time is not on our side. Na sasa ni kama ako na pula haya kamuma inyode. Hawa watu ni wote. Chukua haraka. Chukua ukiedaga na usirudie mara pili. Wamenyota. Chukua. Yana time kupeleka kubwa. Okay, na chukua yako. Aya, inua tu juu kidogo. Inua kama uko nayo. Sema katika jina la Yesu Kristo. Ninafanya agano hili kwa ajili ya taifa langu, kwa ajili ya familia yangu, kwa ajili ya nchi yangu, kwa ajili ya kanisa langu, kwa ajili ya binafsi yangu. I commit myself. I commit my country. I commit my ministry. I commit this ministry. I commit my finances. I commit my spiritual life unto the hands of Jesus Christ. From today, I decree and I declare that in the market, in the spiritual market, my destiny will not be traded by the devil. I surrender my destiny to the Almighty God. Anything that was stolen from me by the powers of darkness, from today, I retrieve it. I retrieve my country. I retrieve my business. I retrieve my job. I retrieve all my children. I retrieve all my brothers. I retrieve all my sisters. I retrieve every ministry and every power that God gave me before I was born. As He sanctified me and set me apart to become a prophet unto the nation, now I declare and decree, I am the prophet unto the nation. And no power, no demon, no forces, no weapon fashioned against me that will prosper. Not by mighty, not by power, but by the forces of God, by the Spirit of God. That from today, the blessings of Deuteronomy from chapter 1, chapter number 28, verse 1 to 14, all the blessings written there shall follow me, shall follow me. Every altar that was raised through my bloodline, my culture, my family, my tribe, my origin, if it is of demonic nature, I destroy it. I destroy it. I connect to the destiny anchored in the blood of Jesus. Sema amen. Sasa meza ukisema maneno yotasema. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Receive now your destinies. Now pokea destiny zenu. Receive now, receive now, receive. Kuna watu nimeona wamefunguliwa, biashara zenu zimerudishwa, kila kitu ambacho ulikuwa unataka. Sasa tutafurisha hiyo kitu mara 7. Nikisema 1 upulisha 1. Sema blood of Jesus. 2, blood of Jesus. 3, 4, 5, 6, 7. Celebrate now. Celebrate your back. Celebrate your back. Celebrate biashara yako. Celebrate ndoa yako. Celebrate kazi yako. Celebrate familia yako. Celebrate covenant yako. Celebrate kufunguliwa. Biashara yako, kazi yako, nyumba yako, your brothers,
your sisters, your family, your land, your destiny. Ndio hiyo imekuja. 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 Haya, biashara yako ndio hiyo. Watoto wako ndio hiyo. Hatima yako ndio hiyo. In Jesus' name. Yes. Celebrate. 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 Oh yes.
Umekamata mtoto huyu miaka mingi na siku nyingi umekuwa ukitumia nyota yake, wewe dada yake, wewe, I command you now, mwache, 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 mwache,
Mwache, ondoka. Hama. Ondoka kwake. Ondoka kwa maisha yake. Ondoka kwa maisha yake. Mwache huru sasa. Mrudishie nyota yake. Regesha nyota yake. Regesha nyota yake. Hama. Hama kutoka kwake. Hama kutoka. Biashara yake rudisha. Magari yake rudisha. Biashara yake rudisha. Watoto wake rudisha. Bwana yake rudisha. The mighty name of Jesus. 1, 2, 3. Inagera kaiwa kwa matukoma kwa mode. Kaiwa kwa demonene. Kaiwa kwa demonene. Kaiwa kwa demonene. Matukoma kwa mode. Orogira kaiwa kwa. Orogira kaiwa kwa. I command you out. Epilepsy. I command you out. The mighty name of Jesus. Fire on him. Break every covenant. Break every covenant. Break every covenant. The mighty name of Jesus. Umemgeuza. Umeupa nyota yako. Rudisha. Pokea nyota yako. Pokea mali yako. Pokea nyota yako. Pokea huduma yako. Huduma inakuja. Huduma hiyo. Huduma yako. Huduma hiyo inashuka. Huduma yako pokea. Chukua huduma yako. Chukua huduma yako. Chukua huduma yako. Funguliwa mikono. Funguliwa mikono. Funguliwa miguu. Funguliwa bo. Toa maagano. Ondoa maagano. Toa maagano. Toa maagano. Mighty name of Jesus Christ. Every covenant written against you, the ancestral bloodline ya wachawi na waganga, mwache. Fungwa yeye sasa. Fungwa yeye. Fungwa maagano. Mwache huru. Fungwa yeye. Fungwa yeye. Fungwa yeye. Fungwa yeye. Wachana naye. Shosho. Wachana naye. Guka. Wachana naye. Maeneo toka. Toka. Ondoka. Beba mizigo. Beba mizigo. Beba mizigo. Bomoa. Na bomoa ukuta. Na bomoa nyumba zenu. Na bomoa mpango yenu. Na bomoa maagano yenu. Bomoa kabisa. In the mighty name of Jesus. Toka. Chomeka moto. Moto ndio hiyo yako. Moto ndio hiyo. Moto hiyo. Moto hiyo. Moto hiyo. Moto hiyo. Chomeka. Chomeka. Shosho chomeka. Guka chomeka. Familia chomeka. Waganga wa kwenu chomeka. Chomeka sasa. Achilia vitu zake. Achilia biashara yake. Achilia maisha yake. Achilia watoto wake. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus. Every spirit of witchcraft upon your life, any hindrance, chochote kilichoinuliwa in the bloodline that hinders you from success, that hinders you from becoming, that has destroyed your marriage, that has destroyed your businesses, that has destroyed your life, from today, I break all those covenants. In Jesus' name. In Jesus' name. Break. Ondoka. Mwache huru. Leave her alone. Mufugwe. Fugwe. Fungwe. Fungwe. Magonjwa. Toka. Hama.
Wewe laana toka. Laana toka. Toka. Beba mizigo. Beba mizigo yako. Ondoka. In the mighty name of Jesus Christ. You're free. Thank you. Wangapi tunasikia kubarikiwa mpaka hapo tumefika? How many feel that are free now? Unasikiaje? Unasikiaje sasa? Unasikia kwenda kuhubiri kule nje. Unasikia kwenda kutangaza injili kule nje. You're free. Ambia mwenzako I'm free. Yes, I'm free. Mwambie mwenzako now I am a giant. I am not an ordinary person. I'm a giant. Mungu akuonekanie. You're free. Vitu zako zote zimeregeshwa. Yote yako ilikuwa na mtu wenu. Tumempokonya. It is back on you. From today you will see things you've never been seeing. God will open your spiritual eyes, your spiritual ears. You have the power. Ile vitu zote unaonanga kunayo ni zako. Mungu amekurudishia. In Jesus name. Take them. Na hawatakuona tena. You have been hidden. Umezingirwa na moto wa Mtakatifu. A hedge of fire is around you. They will not be able to see you again. They will try. Watajaribu. Lakini utaona hiyo kitu walikuwa najaribu, utaona ikiwafanyikia. Wale walikuwa napanga kukuroga, watakuroga. Lakini you will see urogi kwao ikiwadhuru. Even alikuwa amekupangia, utaona watakuwa mira. Bwana Yesu asifiwe sana. We have put the hedge of fire. Now from today, tumeanza mkondo mwingine. Mpaka 14 days. But on Sunday we are going to have, tutainua madhabahu. Kuna kitu kikubwa tutafanya hapa kulingana na venye Mungu ameniambia. Kitu kikubwa. Kwa hivyo mjitayarishe on Sunday to receive the mantle. Because Sunday we are receiving the mantle. We have cleared the ground. Now on Sunday, this is from today na kesho. Story tuko Saturday. Sini kesho. We are going to receive the mantle. So you have good time to pray for that mantle. You have good time to connect yourself. Sasa ujiconnect that which you feel it is in you. Connect now. Once I connect by tomorrow, you will see the marvelous. The hand of God will be upon you. Bwana asifiwe sana. Vitu zote ambazo ziliibiwa kutoka kwako, miaka yote iliyokuliwa na nzige na tunundu na tumandumandu, God is going to return them. Everything you lost. And again, God will start now exposing the witches of your life. Tutawaona hapa. Utaona wengine, utaona wako na mahoha huko, wengine watakuwa na manini. Venye wana wa Israeli, Musa aliambiwa aende kwenye chimuni atoe nini? Morale, the suit. Kisha akaurusha juu. Makuku, makondo, mpaka dhuraku, mpaka dhuya, mpaka mosquito zilipata majipu. Vitu zote zilihitanishwa na Farao ziligojeka. Chochote ambacho kinahitanishwa na adui wako kitagojeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Waliokurushia huo ugonjwa, waliokurushia huo umaskini, waliokutusababisha tumestagnate mwaka mzima hapa ama miaka miwili tumestagnate hapa kwa sababu kuna kikundi cha watu kiliungana kustagnatisha. They will be stagnated, watakuwa kitembea kwa wheelchair. They will see as we do the work of God. God will make them watakaa wakiona kazi venye nafanyangwa. God will prevail over you. Atakushindania, atakupigania, atasuppress, atasubdue every enemy of your life. Every spirit that has been working against you will be subdued. They will be surrendered. They will be forced to surrender. Watatembea, utaona wakitembea. Watatembea ni kama wamekuliwa ni dutu. Maana Mungu atawaeka alama. Ndio mjuage, these are the people that tried to stop you. In Jesus' name. So, let's have from here testimonies. Kama kuna neno, kama uko na wimbo ya kuiba moja, as we hear from you. Sidio, who will lead us? Ni wewe? Thank you. You may lead us now. Bethel Clouds TV.
empowering lives. Amen. Tumpigie Yesu makofi. Na tumpigie Apostle Nura makofi. Bethel Clouds TV, empowering lives. Sadaka unaweza ekelea kwa madhabahu tukiendelea.